Sema tena, unastahili wewe. Unastahili Yesu kuabudiwa. Unastahili Yesu kuinuliwa. Unastahili Yesu kusujudiwa. Sawa, it's like that, but sure msahau. Like busy unafika mwisho unasahau. Unastahili Yesu kuinuliwa. Unastahili Unastahili
unastahili Yesu kuinuliwa. unastahili Yesu kusujudiwa. sema unastahili wewe Yesu kuinuliwa. unastahili Yesu kuinuliwa. unastahili Yesu Yesu kusujudiwa. All right. I tell you. All right. Asante sana. All right. Thank you very much. I want to welcome you all in the house. Karibu sana ukiwa unawakilisha rekodi yako tafadhali. Karibu sana ndani ya nyumba. Wakilisha rekodi yako kuambia kwamba hakika Mungu unastahili kupewa sifa, utukufu na mamlaka. Bwana ahimidiwe juu milele, kwa maana siku zote yeye ni mwenye enzi na mtakatifu wa takatifu. Kabla sijaomba nikaniruhusu nikafanya mawili matatu katika sound check yangu pale, nione kama sound check kama iko poa, tutakuwa tunaendelea moja kwa moja. Asante sana. Nakukaribisha popote mnapowakilisha, karibu sana ndani ya Kisi Hot TV. Uko nami hapa ni Dennis. And I want you, if you are in the house, karibu sana. Ile kitu nakwambia this 2 minutes, fanya hivi, chukua tu dakika yako moja, chukua hiyo link, tumia watu wawili watatu link, waambie kwamba tushaanza katika mjadala wa siku ya leo, waambie kwamba tumejaa ndani ya Kisi Hot TV. Karibu sana. Nimeona Jivano, karibu sana. Thank you very much. Karibu sana in the house. I say vibes kaje Rico Ruth Bosibodi Erita Nyangaresi. If you are in the present, kama uko present and in this minute tukipata hii worship na wana African melodies, nataka ufanye hivi, chukua hiyo link yako, tumia watu wawili watatu. Ukishafanya hivyo like, fanya hivi, andika comment yako, sema I'm present na salimia mtu fulani na fulani, kabla tujaingia katika mjadala wa siku ya leo. Na ukaribisha live and direct katika ndani ya nyumba, na hapa mimi ni Kurutu, ukipenda kuita Kukurikuntu, sitakuwa nakataa. Karibu sana ndani ya Kisi Hot, tukaze kusonga mbele pamoja. Karibu sana. Yesu nikuabudu wewe, nikuabudu Bwana, nikuabudu ndiyo tamaa yangu milele. Yesu nikuabudu wewe, nikuabudu Bwana, nikuabudu ndiyo tamaa yangu milele. Yesu nikuabudu wewe, nikuabudu Bwana, nikuabudu ndiyo tamaa yangu milele. Yesu nikuabudu Bwana, nikuabudu ndiyo tamaa yangu milele. Yesu nikuabudu kwa roho na kweli, nikuabudu ndiyo tamaa
Ndio tamu. Imani kuabudu we. Nikuabudu Bwana, nikuabudu. Hiyo tamaa. Ndiyo tamaa yangu milele, Yesu, nikuabudu. Nikuabudu. Nikuabudu Bwana, nikuabudu. Ndiyo tamaa yangu milele, Yesu, nikuabudu. Moyo wangu wakutamani, ewe Baba, mwili wangu kulilia. Kama vile natamani kwa maji yakiona kiu. Moyo wangu wakutamani, ewe Baba, mwili wangu kulilia. Kama vile natamani kwa maji yakiona kiu. Nikuabudu. Moyo wangu wakutamani. Imba relaxant. Usihold nini. So that kila word isikike. Hiyo kitu umefanya, umetumia hiyo bridge. Mlienda nao hata kutembea, mlienda nao unaonana nao, unaonana nao, walikuacha ukiwa down, walikuacha ukilia, hao walikuacha ukizubaa. Epanguza machozi usilie, you gonna make it. Kumbuka Sara alipata mtoto baada ya kuvumilia, kesho itakuwa strama na wewe. Panguza macho, panguza macho, panguza macho ili uone mbele, panguza macho ili uone mbele. Utacheka tena. Kutembea, mlienda nao unaonana nao, unaonana nao, walikuacha ukiwa down, walikuacha ukilia, hao walikuacha ukizubaa. Epanguza machozi usilie, you gonna make it. Kumbuka Sara alipata mtoto baada ya kuvumilia, kesho itakuwa strama na wewe. Panguza macho, panguza macho, panguza macho ili uone mbele, panguza macho ili uone mbele. Utacheka tena. Okay. I tell you. Panguza macho ili uone mbele. Panguza macho yako ili uone mbele. Nakwambia, panguza macho yako ili uone mbele. I tell you. Hawa wanaitwa African Melodies Group Band. Nashukuru sana kwa kuweza kutusongezea muda na kuweza kusonga mbele kidogo, kuweza kutukuza Mwenyezi Mungu. Sasa sina la ziada ila tu kuwakaribisha moja kwa moja ndani ya Kisi Hot TV. I tell you, One African Melodies Band ambao shaondoka hapo, pangusa macho ili waone mbele live
performance. Tutakuwa tuna live on the direct tuka hapa siku ya Jumapili na kuambia uweze kutembea mbali. Lakini kesho iko kitu tunaachilia hapa kwa hewa kinachotoka kwa ambacho ni live performance. Watakuwa wanaachilia hapa tu na kuambia kwamba tusiweze kukosa siku ya Jumapili kuanzia muda wa saa 2 tutakuwa na wao live on the direct tuweze kusifu pamoja katika worship night. But for now, let me just take this opportunity to welcome you all guys. Bwana Yesu asifiwe. At this moment I have to greet you. Imekuwa long time since tupatane leo usiku. We were here together. I want to appreciate for what God has done for us. It's indeed a great morning, day, not morning, evening that we are here together. I see some guys here. Karibu sana. Ni ndani ya Kisi Hot TV na mimi hapa ni Dennis Kurutu. Ukibaki kinita kukurikuntu nitakuwa naitika, sitakuwa na kataa. So live and direct, I want to welcome you in the house. Tukafanya mambo mawili matatu. Kama unashikilia mahali popote pale, nataka kukaribisha. I want to welcome you all. Karibu sana, tukaweza kupiga mambo mawili matatu. Tunafikia wapi? Kwamba Mungu ametuwezesha, Mungu ametupigania, tumeweza kuona siku hii ya leo. So nimesema if you are in the house, just let me know that you are in the house, you are presenting well and good. Watu siku hizi hawataki kuwakilisha rekodi zao. I don't know what is not happening. Sijui siku hizi checking straight unashikilia wapi? Jifano sijui unawakilisha wapi? Webscard Jerite Rico sijui unawakilisha wapi? Ruth Bosibori, I don't know where you are. Edla Nyangarese sijui unawakilisha wapi? I don't know. But guys, let us do this. Let us do this guys. I want to welcome you to the house, all of you. Karibu sana ndani, kaingia na viatu. Akina Jeking Straight atapanguza. Sawa sawa. Jivana ataleta maji, Jeking Straight atapanguza. Sawa sawa. So guys, karibu sana. Tukaweza tukupiga 2 3 tunafikia wapi katika siku hii ya leo. Na mchada uko pale. So I want to see, inataka kuona watu wakijaja. Yeah, and I need to see. Kuna watu wamechelewa wapigwe fine. You see somebody amechelewa kuingia hapa ndani, mwambie tutakupiga fine mbako. Kwani iko nini? Kwani mbona anachelewa? Mbona mtu anachelewa? I want to welcome you all in the house, full house. Tukaweza kupiga mambo mawili matatu katika siku hii ya leo. Pia nashukuru sana. Nashukuru sana, Mungu ametuwezesha. Hakika ametupigania. Hii siku ni siku yake Mungu. Okay. Sina la ziada watu wangu, ila tunataka kumshukuru Mungu. Niombe Mungu, nimwambie Bwana ni asante kwa sababu ya siku hii ya leo. Asante kwa maana umetuwezesha. Mungu, pokea sifa zako. Tunapoenda kwanza, Mungu katuongoze. Hiyo ndio ombi langu ninaloomba, Mungu akatuweze kutusaidia hivi leo. So wakati huu ni kuweza kumshukuru Mungu na kumwambia Mungu, tafadhali tuongoze, tushike mkono, tukaweze kufika salama. So kama umefika ndani jamani, ninasema hivi, before I pray to start the program, nisijui unawakilisha rekodi gani mtu wangu. Jeking Straight, wewe mwenye unanitazama, unawakilisha rekodi gani? So as I've said, watu kama umeingia, sema kitu cha kwanza, naomba tafadhali like, yani ni kuguza tu, kulike, ni kuguza tu, share, ni kuguza hilo share, inakuja unachagua unapeleka wapi? WhatsApp. Chagua hizo groups, rusha TVV, sawa, tap. And then from there, just come back, andika comment yako, niambie kwamba unawakilisha rekodi gani. Nikiomba tu hivi, nitakuwa naachilia link hapa, kuingia kwa mchadala, nitakuwa naeleza mchadala jinsi ambavyo nimeupata hivi leo. Na wale watu ambao mmeona pale katika social media, kuna kijana ambaye amesema hata hao wakapista. Lakini wacha kwanza niombe ndio tuanze. Okay. Funga macho yako popote ulipo, funga macho yako. Mtakatifu uishe juu mbinguni, pokea sifa zako wakati huu Bwana. Asante kwa kibali na neema na fadhili zako Bwana Mwenyezi Mungu. Umetuwezesha siku nzima Bwana, umetushika mkono. Wengine kwa wanatarajia kufika leo lakini hawajaweza kufika. Wengine sasa hivi ni wagonjwa Bwana. Ninaomba neema na fadhili kutoka kwako. Naomba msamaha Bwana, na kunisamehe na kutusamehe kama mama wana Kisi Hot TV, mara ambapo tumekukosa na kuweza kufanya dhambi Bwana. Sisi tunatenda dhambi kupitia kwa kuongea, kutazama Bwana, katika viungo vyetu vya mwili vinatufanya tunafanya dhambi, lakini tuomba msamaha Mungu, kwa maana sisi ni viumbe vidhaifu Bwana.
katushike mkono, kaanze pamoja na sisi. Walio wagonjwa pia tunawaombea Bwana, kwa wapatie neema na fadhili kutoka kwako. Pokea sifa zako wakati huu. Tunapoenda kwanza, uhimidiwe milele na milele. Na ni katika jina la Yesu tumeona kuamini. Amen and amen. Guys, let me just welcome you all. Lewis, Hamadi, Jackson Wright, Jivano Kwamboka, Vebskari, Jerito Enrico, Ruth Bosibori, Erida Nyangaresi, and produce watching me. Without any further ado, I would like to welcome you all in the house. Full house. Okay, what nikaa square, nilikuwa nimekaa perpendicular. So they need me to kukaa nikaa secure. Okay. Nilikuwa nimekaa perpendicular, wacha nikae secure. Okay, secure wanasema, unajua kizungu ilikuja na ndege. Kiswahili kazaliwa pale Mombasani. So karibu sana katika mjadala wa siku ya leo. If I can do this, let me just kama umeingia unaweza rusha comment yako pale ndio nijue kama umefika, wakilisha rekodi yako wapi. Kama obvious, I tell you, you know, there's a day nilikuwa nasema mtu fulani akanipigia simu, nikasema mtu bana, no need nikaweza kusave namba yake, as no need ni save namba yake because I don't need it again. Ila amenipigia, tumeongea, tumemalizana. Let me tell you, after 12 hours, I had an emergency. So I was to make the call to that guy. Sasa, ile number, because I do normally receive so many calls in a day. So nikasema, huyu jamaa, hii kitu yangu nataka saa hii, this is the guy who can help me. What can I do? Ile namba yake ilikuwa imeanzia ngapi? Na sasa kusema saa ngapi nipigia? Unaangalia tu, mbona unaamua kupigia kila mtu simu na unampigia simu na mwambia, "Hello, mambo." Usikie kama ni yeye. Nakwambia nikapoa, nilikuwa nakusalimia tena unaenda nyingine mpaka because of what? Yaani ulikuwa unadharau mtu kwamba ungeweza kusave namba yake ya simu, ungeweza kufanya because of the status zake na vile yeye yupo. Sawa sawa. Vile hali ipo. Okay? Sawa sawa. But kulingana sasa na vile sisi kama binadamu, nakwambia tu hivi, usije kuregret baadaye. But I tell you, this is a true story. Nilichukuna tu kijo, nikasema jamani, mbona sikusave namba yule mtu na sasa namtaka anisaidie. So what I mean is this, hata kama yule mtu ambao unaona kwamba si wa dhamana mbele yako, yani afai, wewe tu rusha tu salamu. Mwambie, msalimie tu shingo pande, sawa sawa. Msalimie shingo pande, pati chukua ka square, usika perpendicular, unaweza kata to cross section ile bakoroka. I don't know, but guys, I love you so much. I would like to welcome you in the house. Topic of today, it says like this. Mother-in-law alinifukuza, nikaenda kwetu. Juzi amekuja kunitafta, amekuja kunitafuta kwetu, nirudi kwake. Huyu mwanadada anaomba ushauri. Aniambia, unajua kwamba because title inahitaji tuweze kukua na 100 characters, okay? The title needs 100 characters. It doesn't mean tunaweza andika the full story of everything, but because I have the story, I can try to elaborate kidogo tu hivi, and then nitaachilia link pale watu waweze kuanza program na mjadala tumsaidie. But before that, I want you guys, if you are new to the house, make sure you subscribe, okay? If you are new, just if you are old, usiguze subscription, unaweza pata unsubscribe, okay? Lakini share tu. But sasa sisi watu wengine hapo, unajua kwa mtu ameniambia, wewe kurutu, wewe si ni mjinga sana. Kwani unatuona sisi ni wajinga tunaweza tena unsubscribe? Hapana. Ulimi uliteresa kwa sababu nilikula nderema na lisosa. Sasa ulimi unaweza teresa leo hivi. Pole sana. Lakini mimi ni wewe karibu sana. So, this is a story here. Napoenda kwa plate. So kama kuna mtu ajengia in the house, mwambie ita register hata wewe. Uliza kwa mfano, Magembe uko ndani ya nyumba. Avocado, are you present? Avocado, are you present? Tunasikie nani hayuko. We mark register, nikienda kuelezea mjadala. This lady amekuwa katika uhusiano
amekuwa katika mahusiano na kijana mwingine, wakaoana. Kufika pale mother-in-law, baada ya msichana kukaa pale miezi mitatu, mother-in-law alifika kabadilika. Sometimes ikifika wakati wa sapa, kwa sababu walifika wakaenda wakapika kwao na kijana, so the lady akaenda kupika chakula, ametayarisha vizuri hivi, kwa sababu hawana mtoto na hawezi akaanza kula kama mzee hajafika. Anakaa pale, anategea mzee akuje wakule ndio alale. Anategea mzee anampigia simu, kwa wapi honey sweetie, where are you? Mzee anamwambia mami, niko kwa mom, kuna kitu tunaongea, nakuja, just a minute, tuko busy. So the lady anavumilia, anangoja. Saa 4 ndio hiyo, saa 4:30, saa 5. Aki ugali inakuwa baridi, gaki mzee wangu, uko wapi uje? Kumbe kijana akikuwa pale kwa mamake, anakula pale kwa mamake, anamwambia huyu msichana mimi simpendi, akona sura mbaya, ulikuwa unaangalia wapi? So after the lady kuja kupata that information, yeye alisema wacha tu nivumilie, nifanye yangu, kwa maana niko kwangu na mamangu na yako kwake. So the guy, msichana katika kuelekea kuambia msichana, tafadhali my sweetheart, my mommy, my dad, jamani, of course najua mom amekwambia tu hivi, but just trust me, I'm the best for you, I'm the best and the best of all for you, why can't you trust me to make our family? Kijana anaitakiwa shingo pande, lakini pale mamake anamspoil mind. Sasa mama akaambia kijana enda fukuza huyo msichana. But kijana sasa akashindwa anzie wapi kufukuza, na aanze kufukuza msichana wa wenyewe. Mother-in-law peke yake akajireta, akasema wewe simama juu, visigino, vitingiro and whatever ziangalie kwa mlango. Vidole na tumbo, na meno na mdomo ziangalie nje kwenda kwenyu. So get on your mark, set and get go, ready go and get out from my compound. Kijana wangu wewe haumfai kabisa. So msichana yeye akalia pale, akamwambia mami please, aki mami kama nimekosa nisamee tu. No, uko na sura mbaya, uko na sura mbaya, hata ufai kukua pipi wa kijana yangu, you are too dark, you are Sudanese. Nataka mtu mwenye ni brownie, mwenye amesoma doctor. You wewe toka hapa, you can't be here, utaleta umaskini, utaongeza umaskini kwa familia yangu. So the lady akaondoka, akaenda zake. So what had happened? Kijana alienda kakosa, amepeleka pale gerezani. Before that ilipatika kwa pati mbaya, msichana akaenda na mimba ya huyo kijana. So vile ameenda na mimba hiyo kijana, ameenda kwao. Ameenda kwao na mimba ya miezi 5. Amekaa kule kwao, amezaa mtoto ako na 1.5 mwaka sasa. Imagine hesabu hiyo yote, ako kwao. Kijana akuwa anashughulika kumtafuta, akwa mtu alikuwa anashughulika kumtafuta. Imefika happen, kijana ameenda amekosa. Amepatikana katika kikundi cha mauaji ya mtu. Amehukumiwa miaka 25 kwa jela. Sasa mother-in-law amepiga hesabu, akasema kwamba msichana yule wacha niende nimlete, kwa sababu kijana wangu atazeekea pale kwa gereza, labda atakufia pale. So ni kama hatakuwa na mtoto, atakuwa na pipi hivyo. Sasa ni kama generation yake imekufa. Mama akaamua vizuri, akapanga, akaenda kutafuta yule msichana, akamwambia mami, mtoto yangu nimekuja kukuchukua sasa. Yani sikuwa najua, ila siku Shetani alinitembelea mtoto wangu, ninaomba sasa ukarudi ukakuje kuendelea na familia yako, ingawa mzee ako kwa jela, naomba tu urudi. Sasa msichana ndiye anauliza, ile wakati ulinitusi mimi ni Sudanese, ukaniambia meno na mdomo iangalie nje, kisigino na sukunyuma siangalie kwa nyumba. Sasa nimekuwa mzuri. Anaomba ushauri. Nisiongee mengi. Anaomba ushauri, anasema kwamba jamani, nirudi ama nikae kwetu vile niliambiwa, meno na mdomo na mapua nje, sukunyuma na vitingiro na mgongo kwa nyumba, na nikaenda. For this almost 2 years watanifuatilia.
Sasa kijana umepatikana pale ndani, ndio wananifuatilia. Je, ushauri wako ni upi? Link ndio inaweka hapa. Okay. Link ndio nishaweka. Kwa dakika kidogo tu hivi tupige kidogo, tusaidiane kidogo ushauri na tuweze hata hizo it is a real story, and these stories they are there, not even one, si mtu mmoja kunaita, pia ni watu wengi. Hata wewe sijua, hata wewe unatutazama, one day utafanyiwa hivyo, ama siku moja utafanyia watoto wa wenyewe hivyo. Uwezi kujua ya kesho. So karibu sana, link iko pale. Karibu sana tukaweze kupiga 2 3 4 5. Najua kwamba hii siku ilikuwa nipata mjumba. Sasa mimi sijui kama nitaenda next week, niende church niombewe, niambie mimi ni archbishop, nikiwa inaunganisha harusi, ama sio? Nitakuwa archbishop and whatever. Kuanzia next week. But nishapatana link, let me see who is here. Link iko pale, njoo tupatane ushauri kwa huyu mwanadada, and we see what will happen if their life will change. Kama umeingia like, share and comment there. Pia njoo live tupige story live and direct, tujue kama tumpatia ushauri upi. Kama kuna ushauri, najua kama kuna watu wengine wanafanywa tu hivyo, na kuna baadhi ya watu ambao naona wanafanywa wako the same story. What can you advise? Pata msichana asema kwamba mama akanifukuza, kaniambia wewe kwanza ufai kijana wangu, haumfai kabisa, sura yako hata haziendani, hata mix and match, they don't work at all, just walk away and go. Msichana akasema mam, nisamee tu. Kamwambia no, you just walk away na tuachie kijana wetu, tumtafutie pipi mzuri. Kama alishindwa kutafuta, tutamtafutia. So imefikia kijana amepatikana katika makosa, amehukumiwa jela miaka 25. Sasa huyu the mother-in-law ameamka, ameenda pale kwenda kutafuta huyu msichana. Mwambie tafadhali, mtoto yangu, wewe ni mtoto yangu, hata uko na mtoto yetu kaki, si urudi. So msichana ndiye anauliza, jamani, mimi naweza rudi aje? Na walikuwa wamesema kwamba mimi ni Sudanisi, mimi ni sura mbaya, hata siwezi faa mix and match tuende na kijana yao. So naomba ushauri, mnisaidie. And that's what the story of today. So if you are getting me, nishaachia link pale. Watu waweza kuingia hapa ndani, tupige, tumpatie ushauri 1 2 3, tuone tunafikia wapi ndani ya Kisi Hot TV. Okay. Na kama umefika ni vizuri. Shadraka Ontuga, okay. Shadraka Ontuga pamoja, asante sana. I know this guy is from Nyamira. From Nyamira pamoja, asante sana my brother. Lewis Hamad, niko ndani. Lewis, nicheze nyimbo ya Evans Nyamari please. Okay, tutaongea baadaye nyuma ya tent at Lewis Hamad. Karibu sana my brother. Lewis Hamad anasema kwamba Lewis Hamad, thank you. Are you present still? Confirm to me. Jacking's right. Are you present? Anasema locked. Chairman wa team comment. I don't know what are you chairing, and you are not, I'm not seeing you. Fine ya 500 na 6,000 sawa sawa. Anaitwa Jivano Kwamboka, anasema kwamba nawaona. Karibu sana. Thank you very much. Vebskari Jerito Eriko, karibu sana and thank you very much. Anasema kwamba niko ndani. Anaitwa Ruth Bosibori, mbuyavono boira mbuyavono byamono boirabu mbuyavono boiragabu ke gusinega ko mwashitagi gaki Yesu takonye. Akoro ku Ruth Bosibori anasema kwamba waiting. Thank you very much. Elda Nyangalesa anasema kwamba niko ndani. Karibu sana. Thank you. Jackings straight anasema kwamba hii topic ni ya walio ama ni ya single pia. Hey. Aye. Mr. Chairman, the topic is for all. Hata kama si single atakuja kuoa ama atawaleka. Kwani singles, I don't know. Kuna watu single kweli? Mr. Jackings straight, are you single? I don't know. Okay. This topic it gathers for both sides, because everybody najua kama ataingia marriage, you might get married ama if it won't make, maybe
wakati wa umekufa. But for any producer live, maybe that one it would be itakuwa ni stage because it is a stage. Yes, are you single? Wewe niite nani hapa? The King's right. Unasema uko single. Niite yule nani? Umeona sasa leo umekataliwa mchana peupe. Sijui kama sasa ni mchana. So mimi waeli karibu sana kwa mchadara, we talk 1 2 3. The King's right hata kusema uko single. Utamwaga unga my brother. Obe nimeona pe. Pe nimeona. I've seen. Utamwaga unga wewe sema uko single na auntie ana watch ako pale. Walikukataa. Hey. Sasa walikukataa. Let me niweka officially uko single. Wase niweka officially uko single, maybe kuna mtu mwenye anakutaka pale. Askofu atakuja next week. Askofu mkuu atakuja kuunganishe. Sawa sawa. Kama ni sema tuweke officially, you are single. Na tuone vile anti akikasirika usianze kusema erore ndio kurutu. Nilikuwa na pipi yangu nikaenda kusema ati niko single ameniacha. Nisaidie. Hiyo siku utaona. Okay, karibu sana kwa mjadala. Mjadala ni wa watu wote. Sijui mwone yako ni yapi. Yes, with capital letters. Guys and gentlemen, without any further ado, I could like to nikushike mkono huko hapa. I could like to declare the King's right is still single and searching. Kama ulikuwa unamkufia mate, walikuwa wanakukufia mate ama walikuwa wanakukunyia wanafanya nini Kiswahili jamani? Walikuwa wanakukufia mate. Anasema kwamba ni ako single. Kama ulikuwa unammezea mate mpaka yakajaa kwa tumbo, sasa tuma application yako, nitakuunganisha na The King's right. Nitakuja next week kama askofu mkuu tufanye tuunganisha harusi. Na unajua bishops wakiunganisha, askofu wakiunganisha harusi, lazima kuna kuwa na kapasha pale kando. Sawa, The King's right jipange. Consolata Anyango anasema kwamba niko ndani, karibu sana. Nishapatana linki pale. Nahitaji watu wakuja wapatane ushauri hapa kwa huyu msichana. Karibu sana Consolata, thank you very much. Thank you for tuning in. Na mtu yote ashaingia, kama atuma comment, sijezi nikajua kama uko present. But if you're present, ni karibu sana. Linki nishawapatia. Edda Nyangaresi, checking straight mambo sasa. Well done. Well done. Checking straight umeona? Amejireta. Edda Nyangaresi, usipite kombo na vichorochoro na nini. Wewe sema nilikuwa na kukrashia, nitakwambia what is next. Mimi kama askofu tutafanya hizo vitu zitaeleweka. But mimi wewe karibu kwa mjadala wa siku ya leo. Tusaidie huyu mwanadada anasema kwamba Martha ndiye alikuwa amenifukuza vibaya sana kama dogi. Eda Nyangaresi unacheka, asante sana Consolata referent, I see you here. Eda Nyangaresi unacheka pale, Gregory ndio kuingia, karibu sana. Acha tuanze hivi. Consolata referent. Yeah. Hallelujah. Wairire buya pe. Ngatogendra. Muyane, nashukuru Mungu, karibu sana. Hallelujah, that is good. Yes. Sasa huyu msichana alifanya nini ndio akafukuzwa? Akisalimia watu ndio nikuambie. Na wasalimu watu wote wa Hot TV. Hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naomba leo watu, kila mtu mwenye ana watch share. Can you just share this broadcast please? Na una make sure mwenye una share pamoja naye na ana share to the next person. Na uhakikishe huyo mtu amesubscribe ama bado. I think tuko pamoja. Wale marafiki zangu wako wapi? Na waita wote wakuje kwa show. Leo iko poa, show iko poa kabisa. Yaani kila siku huo mnatuleteanga mijadala mizuri ya kusaidia, ya kuchangamsha sisi, tunafurahi kabisa. Nashukuru. Sasa nikikujibu swali umeniuliza,
msichana makosa yake ni kuwa Sudanese, ni kuwa mweusi, hiyo ndio makosa. Kwa maana amekuwa kwa ndoa, amekuwa kwa ndoa zaidi ya miaka miaka miezi 8-9. Lakini sasa kuanzia mwezi wa 3 katika hiyo ndoa yake, nirudi alianza kuleta stress. Anasema kwamba wewe hata ufai kijana wangu, wewe kwanza ni mweusi, hauna kazi, nataka kijana wangu akuwe na madam. Sasa wewe hata ufai kabisa, hata mwezi March. So toka na uende. Kwa maana alikuwa ametuma kijana mfukuze, kijana akaona ameshinda kufukuza huyu msichana. Sasa akachukua hilo jukumu, akakuja kufukuza huyu msichana naenda kabisa. Na kijana naye alikuwa amependa huyu msichana aende. Sasa kijana yeye hakuwa anapenda, ndio maana alikuwa ametuma mara ya kwanza na mamaka amwambie aende, wamtafutie pipi mwingine. But kijana anakuja anaepa kidogo. Hakuwa anasema. Sasa kwa sababu kijana alikuwa anakaliwa na mamake, akaamua sasa, mama akaamua kuja kusema, "Na weka mizigo yako na kwenda kabisa." Na sasa alikuwa anafukuzwa huyo kijana alikuwa ama ni msichana peke yake, kijana hakukuwa? Akimfukuza kijana alikuwa kazini. Hakuwa. Na alafu sasa saa hii huyo mother-in-law ameenda kumchukua. Ameenda kumchukua kwa sababu huyo kijana alipatikana kwa makosa na amehukumiwa kwa jela akae miaka 25. Sasa huyu mother-in-law amesema kwa sababu huyu kijana alikuwa ameona huyu msichana ndiye alikuwa ameletwa pale kwa hiyo familia, yeye ndio wanajua mpaka kwao alikuwa anatoka, amemfuatilia kwenda kumleta. Amwambie sasa, tafadhali rudi ukuje tu uweze kukaa kwa ndoa. Sasa ataenda kukaa na nani kwa hiyo ndoa for 25 years na bwana amefungwa for 25 years. Huyu msichana azirudi hapo, atafute bwana mwingine aolewe, ili mother-in-law akome uchinga ya kuingilia ndoa za watoto wao. Ona sasa ile shida ameleta kwa kijana yake. Huyu msichana asirudi kabisa, aende naye atafute bwana mwingine akaolewe, kwa sababu huwezi kuniambia ati ataenda kukaa kwa hiyo boma 25 years mwingine yuko jela. Yeye ataishi vipi? Hakuna. Huyu msichana asirudi, maana ataenda kujirudisha kwa majaribu pia. Akae, kwa sababu uzuri mother-in-law vile alimfukuza sasa amepata thawabu ya vile alimfukuza. Sasa wacha mother-in-law sunogoto asikie utamu wake. Hiyo huyo msichana mimi na advise asirudi huko, kwa sababu already mwanaume amefungwa na amefungwa miaka mingi. 25 years sio kitu ya mchezo. So mimi na advise huyo msichana kabisa asirudi hapo. Aenda atafute another man aolewe. Hivyo tu. Kuni anamwambia kwamba ulienda na mtoto, unajua huyu msichana akiondoka kwa hiyo familia alienda na mimba ya miezi 5. Sasa namwambia na msichana amekaa kwao, amezaa mtoto sasa kuna mwaka mmoja na miezi. Sasa namwambia sasa kuna mtoto, tafadhali njoo tutakusaidia, kwa sababu kijana akirudi atapata hata mtoto. Abantu mbalenga banyumiru n'ebirentane nande bamenyire emiji y'abantu nande bali buye nande bagenda kuta uyu msichana sijaribu kurudi. Alright, thank you. Hayo ni maoni yake Consolata. Kwa sababu hizi vitu ziko. Hata wewe unaonanga ziko? Ziko kabisa, tena kwa wingi ziko. Alafu pia kitu kingine, kama unaweza device, kwa sababu kama unaweza device, kuna hapa kama unaweza device hapa. Kwa mfano mimi ndio nimekaliwa na mama na pipi yangu amefukuzwa. What can you advise me? Pipi yangu amefukuzwa, inafaa nitulie niseme sasa mena nitulie, ama nimfuate, ama what kind of decision should I take? Inafaa umfuate ili wajue wewe upendi ujinga. Unajua mzazi anaweza akaongea kitu chochote na kulingana na directives za Mungu imesema enyi watoto watiini wazazi wenu katika Bwana.
Huwezi ukaanza kujibishana na mama yako, kwa sababu anaweza akakurushia laana, na unajua laana ambayo haina sababu haimpigi mtu. Lakini wewe akikurushia maneno na wewe unamrushia, unaweza ukamrushia neno likamkwaza na akakulaani, na ile laana ikakushika. Kwa hivyo yeye akiongea you just keep cool. But wakienda to an extra mile ya kumfukuza yule mwanamke, unamfuata, and for you to be on safe side, you relocate from that place, go and look elsewhere, stay with your wife there, and your life will grow. In fact, watakuja kuwaheshimu wakati wataona mumeendelea na mna grow, you are doing well, they will just come back to you. Unaona? So usisikize mambo ya mzazi, kwa maana suala la ndoa ni Mungu mwenyewe anaunganishanga, si wazazi. Na maandiko yanasema kwa wakati two have come together, no man should put asunder. Who is this woman to separate you from your wife, or who is this man to separate you from your wife? You have to stick to her, and also she will stick to you. So wakimfukuza, fuata yeye, kwa sababu yeye ni nyama ya nyama yako na mfupa wa mfupa wako. Kwa hivyo fuata yeye, wakimfukuza mufuati. Tenda mwe komboira no ene nyumba muchake ko hustle from there, mobe focused muliye bintu, kwa sababu mtu mwenye ako na mali anaheshimiwa na anakuwa na marafiki wengi. Lakini ukiwa masikini, hata jirani yako anakutarau. Hiyo ndio maandiko inasema, lilimwanyorire bintu bono bako chaka gotabango kwenye taba na bana baitu bachaka nande kubarangeza na kubatai karibu. Sasa wakianza kuambia karibu kujeni, maana sasa wanajua nyinyi ni watu wa kueleweka, kwa sababu Bwana amewainua na kuwabariki. Kwa hivyo usisikilize mzazi ati kwa sababu amefukuza bibi yako ati hataki bibi yako na wewe unyamaze, hata kama ndio unaheshimu mama. Hapana. Not unless yule mwanamke hawe ana adabu kwa wazazi wako, I mean. Unaona? Hiyo naye pia inaweza ikakuvunja moyo, lakini kama unamuelewa kabisa, unajua kabisa my wife she always respect them, kiliva kama taina kyako rara. Sasa hivi wanasema huyu mwanamke si mzuri, wana nini, hakuna kitu kama hiyo. Uko mbwati. Sasa karibu sana Shedi. Acha kwanza Shedi and on top of that nikole ama likombo tebali mwanamume ataacha wazazi wake na ataambatana na mke wake. Warali so hivi Biblia netote support na kwa manga abasacha wataacha wazazi wao na kuunganika na mke wake. Kwa hivyo you are attached to her biblically. Igo bono amangana yo gataenga onga mama ukanire ngatata getemukane oyunyo konyokere na nyumire na bwato mugako. Nkya gotebra ngatata getionyu. Igo gata getomo nyome. Choma etabangi na bandi nabara tugete boro gibonde ngenge sobuna kwoboro. Aye. Yeah, bakomozeli naye mubwati mukamugene mwekomboere nyumba ase muchake life kurugabo na mkwetu together, it will be better. Wacha nikuulize swali before Shedi asungumza. Shedi, karibu sana, naomba niulize kwanza swali moja ndio nikuje kwa Shedi. Wacha nikuulize hivi. Sema Biblia inasema watoto tutii wazazi wetu katika Bwana ndio siku zetu zitakuwa mingi kwa hii dunia. Sasa mamangu amekuja ameniambia yule msichana ni sura mbaya sana, hata ufai kumachi na yeye, ni Sudanese. Hatutaki yeye, fukuza yeye, na nikatae kuitikia. Sitakuwa nimeenda kinyume na vile yeye alikuwa anataka. Nakuulizaje? Nakuulizaje? Biblia imesema Mungu alituumba kwa mfano wake. Huyu ni nani mwenye ana insult the image of God? Who are you to insult the image of God? We are all made in the image of God. How can you just dare to tell someone ati huyu ni mweusi, huyu ni Msudanese, ati afai amwendani naye? Mungu hakusema atampatia wa kuendana na wewe. Alisema atakupatia wa kufanana na wewe. Yaani mbavu ya mbavu yako. Kwa hivyo wale watu wenye wanaambia wengine ati sijui wewe ni sura mbaya, sijui nini, in one way you are trying to insult God. Basi kama wewe ni Mungu, si ungeumba watu wako tuone. Umeumbwa, lakini wewe unakataa watu wengine. Na hata pengine wewe mother-in-law ukimwona yeye pia ne mbiro tu. Lakini yeye ajioni. That is why Waswahili wanasema kwamba nyani haoni kundule.
You na make kitu me kama hiyo. you make me happy. Huyo anaitwa Consolata. By the way, tukiangalia ile social media, kuna kijana alisema kwamba niliona pale amesema kwamba hata oa tena. Hata oa, hata iwe na dawa na nini na ndio whatever, hata wapite chini ya maji, walete nini, wasikue na maji yoyote, wapite chini ya Kwani maji, wakuja wamekauka kama nini. Hawezi oa kwa sababu mamake alifukuza pipi, akasema kwamba huyo si mzuri. Hivi tu leo na nikapata nikipigiwa simu. Hizi vitu zipo. Sijui hao watu wengine nyinyi ikikufanikia what you do. ni Before kweli kabisa. That is why the Bible inasema kwamba the thing what God has ordained and joined together, no man shall put asunder. yes. You cannot separate what God has ordained. You will have it rough. Sasa ni before tuendelee hivyo. Sasa nataka uchukue uvae kiatu. Wewe kama consolata Reverend, nataka uvae kiatu. Usivae na socks, ni kama shade alitoka. Nataka uvae kiatu na usivae na socks. Sifanye wewe ni huyu msichana wakati ukifukuzwa. Ungetoka na uende? Ungetoka na uende? Anyway, inategemea kama mimi na mume wangu kama ni mimi sasa, kwa mfano ni mimi nafukuzwa sasa, huyo si umesema nivae kiatu. Mimi so long as najua mimi na mume wangu tunapendana, nonseli tinkuruopi ora lakini omugakona nseli ere gwikang'ende kwa maana nere ondete to, lakini omonto mung'acha kurukanda tebinga karu agenda nuri ondete to taranseli wara isitoki ng'o na sibanduki ng'o hata ulete katapila yenkururense ego nkurura yangi ya no lete bira gitabi ego nkurura bingi kigita na nding nairana until you give up. Tinkuruopi. Yes. Anaitwa African Melody Band ambayo ilikuwa imetuanzia ile tukianza program, na tutakuwa na wao papa siku ya Sunday katika worship experience, a live performance. Wanasema kwamba pass our band greeting and you can ask your fans to subscribe, thanks. Hao wanaitwa African Melody Band, wako pale YouTube, mtapiga subscription kule. Jivano Kwamboka anasema kwamba watu wanakula sura ama tapia. Huyo demu hatafute bwana na yeye hakae na kijana wake. Kai. Kwani iko nini? Kabisa. Kwani iko nini? Si alimfukuza. Wacha kwa akae na kijana wake na yeye huyo atafute bwana mwingine ajiende. Kwani sasa 25 years ikienda kwa vera hapo nango. Hakuna. Sasa wife, unakaa unalinda poma, unalinda shamba. Na alinifukuza huyo mama. Hakuna. Hii ni Kenya. Hapa ndio kumefikia. Hapa ndio kumefikia. Sijui alinifukuza wakati ulikuwa unanifukuza ulikuwa ujui. That is why God telling what God has joined together, you should not put asunder. Now you can see the repercussions. You can see now the turn back, the setback that this woman has just brought in that family. Kijana yake ndio huyo yamemkuta makubwa. Eri hata sahii anajuta, anasema ntare gutige Kenya mwamire kyo kena kobera guchana ngaya tatoke wacha jutie. Na ndio tunasemanga majuto ni mjukuu huja baadaye. Wacha ajue hajui. Na hiyo ni funzo kwa wengine vitena. Mungina gari getena kuchiga igana kuchia. Yes, hizi vitu ziko. Sijui kama right hapa mmeenda wapi na Gregory na Elda Nyangalezi. Mnataka nitunganisha harusi? Naona hapa ulisema uko single, anti atakasirika. Naona na wewe taking stride, take care. Obe anasema kwamba nisombe hizi comment tatu hivi nitakuwa na pale. Kuna wimbo umeniwekea ndio maana nimefunga. Anaitwa Taking Stride kwa sana Elda Nyangalezi.
Gregor anasema kwamba ndio kuingia, karibu sana. Anaitwa Jackson Straight anasema kwamba watu wa Joni ni waone mkichangia. Team comment anasema kwamba Jackson Straight, mambo vipi brother? Sasa Gregor, wewe umekuja kumuita brother? Alikuwa nani alikuwa wa kwanza? Unless uko na vitina, utaki mwingine mema. Anaitwa Jackson Straight anasema poa sana at Gregory. Elda Nyangaresi at taking right, welcome to show, thank you very much. Gregory anasema kwamba at taking right, join show. Niona wanakuangukia hivi, wanataka kukuona vile ulisema uko single, si unaona wamekuja kama watano, uko ready, unachagua nani tufanye harusi saa hii na tunakula kuku. Anasema kwamba at Gregory I'll join, thank you very much. Anaitwa Jackson Right anasema kwamba Edda, thanks, thank you very much. Thank you very much. Hizo zingine nilikuwa nimesoma. But sasa, welcome back to the topic of today. I don't know what is your take. I don't know what is your advice to this young lady. She was rejected by her mother-in-law when she was married in that family. Akakataa, wakamkataa kabisa, wakamfukuza. Unaona vile nafukuza mapepo? That's the way she was chased away by her mother-in-law. Sasa amefikia the husband, who was the husband to this lady, amefikia sehemu mbali ambapo sasa kumeumana. Kumeumana kabisa. Ameambiwa kijana amepatikana makosa, amefungwa gerezani miaka 25. Sasa the mother-in-law ameanza kurudi, amemwambia my sister, my daughter, my child, you know how, you know, yani if you remember, if you flash back, if you bring that taswira on how kijana wangu alikuwa anakupenda, akiwoye ungerudi kwa poma lako, kama mpaka anajenga poma lako, jamani rudi. Sasa msichana anauliza, when I was in that family, mlisema kwamba mimi ni sura mbaya, mimi ni Sudanisi, hata siwezi machi na kijana wenyu, eti mimi hata tukiweka linganisha, asijui ni linganisha, hatutalinganishwa, asijui hatutalinganishwa, asijui whatever. Mkaniambia meno, mdomo na mapua nje, sukunyuma na vitingiro na mgongo ziangalie kwa nyumba, mkanifukuza kama mzee wangu hayupo. Sasa amejipata kwa shida na mnataka nirudi kwa hiyo familia. Sasa msichana amekuwa kwa in dilemma because one, akona mtoto wa hiyo familia. Sasa ameshindwa afanye nini? Harudi kwa hiyo familia ama aende zake? That's what she's asking. Tafadhali wanakisi Hot TV, mnisaidie. Ni saa 5:19 tarehe ni 5 mwezi wa 8 mwaka 2021. Afrika Mashariki bado tupo Kenya. Hatujama kutoka Kenya, tuko pale timu diaspora, timu Africa, timu Kenya na timu Kisi and Nyamira and whatever. Karibu sana in the house. Okay? Anaitwa Richie anasema kwamba kurikuntu Jackson Right, Consolata, Elda Nyangaresi, Divano, Ruth, George and etc. etc unajua inamaanisha nini Richard? Richie, unajua kwamba etc inamaanisha nini? End of thinking capacity. Sasa wengine wamesema end of thinking capacity ni akina nani? Anasema kwa mambo ya morema, mko salama. Thank you very much. Dera comedy anasema kwamba niko ndani. Karibu sana my brother. Thank you very much. Dera comedy, he is in the house. Wacha kama link imekataa, link kama imeleta shida, mtasema. Kwa watu wameshinda kudunia hiyo link imeleta noma, mtaniambia kwamba link imekataa. Tutashughulikia pate. Meanwhile, I want to welcome you all in the house. Tukaweza tukupiga katika huu mjadala wa siku hii ya leo. Okay? Sijui wewe unalipi la kuambia huyu dada yetu? Unamshauri arudi kwa hiyo familia, aendelee ama afanye nini? Ndio anauliza. What can I do? Jifano kwa mboka anasema kwamba atirichi mbiyamono. Thank you very much. Hata naona nche Richard nimekubali. Asante kwa salamu. Brother uko vipi? Okay.
Hiyo ni baadhi ya vitu zingine ambavyo tunaendelea kujifunza, tuone kwamba tunafikia wapi na tuweze kukemea tabia. By the way, those are the things. Kwa watu I know kama hujapitia hii katika social media utapatana nayo, because hata kuna kijana amepost amesema kwamba my mother amefukuza pipi yangu. Sitawahi oa hata wapite chini ya maji. Hakuna pipi mwenye nitaleta kwa pomo unless yule arudi. Hata wapite chini ya maji, wapite Indian Ocean kutoka Mombasa mpaka China, mpaka Japani, tena mpaka Korea, mpaka Chiyonghong, tena warudi pira maji. Hakuna pipi mwingine nitaoa isipokuwa yule nilikuwa nimeona wamefukuza. So that's what you are asking. Mother-in-laws, what is wrong? Wewe ndio unachagulia kijana wako kwamba hata kama ni mweusi, mbona wewe unasema kwamba haumtaki? Karibu sana. Anaitwa Linet Machoka. Linet Machoka. Hello, hi, what is the topic here? Topic hapa Linet ni mothers ni roga aki. Wametunyara, batunyarire. There's a lady here anasema kwamba mother-in-law alimfukuzanga when she was around 9 months old in her marriage. The mother-in-law alimfukuza akamwambia, wewe ni sura mbaya, haufai kijana wangu, hata mwezi lingani, hata kuenda mix and match hamkaripiani. So what do? Take your things and belongings, leave this family. Go and go and go and go and go and go na uende kabisa, usiwe patikana hapa. So kijana kutoka kazi akaambiwa, yule mwanamke unajua tulimfukuza akaenda, ile si type yako. Kijana yetu tuliati kutafutie msichana mrembo, omwana omototo, omwana blanketi, omwana mattress, yeah, omwana mobodeboido. Kijana akasema because ni wakukaliwa chapati. Kijana akasema okay, swear. Makosa yamepatikana, kijana amepelekwa, amehukumiwa miaka 25. So the mother-in-law tena ameamka, amesema kwa sababu kijana hakuwa ameamua kuleta pipi mwingine, wacha nikaenda yule mwanamke nimwambie mzee wako amefungwa miaka 25, so come back, junga poma lako, junga mtoto wako, mzee akikuja vizuri si mtaendelea kuishi. You are the best now. Sasa ile time shetani alikuwa amenitembelea, sikuwa najua kitu nilikuwa nafanya. Mtoto wangu rudi. And that's the topic of today. I don't know what is wewe maoni yako ni yapi? Ni 23 baada ya saa 5 Afrika Mashariki. Karibu sana. Mlienda nao hata kutembea, mlienda nao walikuacha ukiwa down, walikuacha ukilia, hao walikuacha ukizuba. Sijui maoni yako ni yapi? Nimekupatia kama dakika 3 tu hivi. Link iko hapo kwa comment, watu wakuje ama andika comment yako pale, ushauri wako ni upi? Andikia huyu msichana ushauri wako pale, itakuwa inamsaidia sana. Tutakuwa tunasonga mbele pamoja ndani ya Kisi Hot TV na tuone tunafikia wapi. Karibu sana ndani ya nyumba. Gertrude Nyamari, hi team comments. Mmesalimiwa pale na Gertrude Nyamari, karibu sana, ndio unaingia. Gertrude Nyamari, hi Kurutu. Hi to you my dear sister Gertrude Nyamari. Are you okay? How is your day? Siku yako umesha vipi? Karibu sana. You gonna make it. Kumbuka Sara alipata mtoto baada ya kuvumilia, kesho itakuwa shwama na wewe. Panguza macho, panguza macho ili uone mbele, panguza macho ili uone mbele. Utacheka tena. Anasema Gertrude Nyamari, I'm good bro, thank you very much. Karibu in the house. Sijui maoni yako ni yapi? In the next I've given almost 4 minutes. If I will not see anybody here in the house,
tutakuwa tunasema ni siku na tutasema kwamba we meet in the day. Okay, thank you. MC in the house, karibu sana MC. MC, jambo. Si jambo. Hali ya siku imekuwa vipi mtu wangu? Si mbaya. Ni kutafuta riziki tu ya kila siku. Ndio naona mtu wangu, karibu sana. Labda usalimie watu wawili kabla ya kuanza kuingia kwa mjadala wa siku ya leo. Hata sijui ni akina nani wako huko ndani. Mimi tu nimeenda kuingia YouTube nikaona. Wasema team comment na wale watu Sudanese kama mimi, hamjambo. Unajua mimi Sudanese. Unaelewa Sudanese? Are you sure? Mimi bana, mimi ni Sudanese. Angalia sura peke yake. Mimi Sudanese bana. Ndio tunajua Sudanese they speak Swahili but wana haikuwa neke kusiburo ngana ritora mnyeteri mu Sudan. Okay. Tero jabu nimeku nime accept. Kwa majina naitwa MC. Wale wenye mna watch, tuna watch pamoja saa hizi. Hata ngawaje nimesoma nikaona what is mada ya leo ni gani. Na wasalimia tuko salama, hata nyinyi kama mko salama. Yes. Nilikuwa napitia tu kukaa nayo kwa nyumba kitu kama hiyo. Sasa unaona tu haja like wengine tunapenda kuwatch YouTube sana kushinda vitu zingine zao, nikasema leo hii kitu iko live, wacha niingie. Karibu sana. Paki tutemchadala nikupatie topic ya siku ya leo. Kuna msichana hapa anasema kwamba tafadhali naomba mnipe ushauri kwa sababu mother-in-law alinifukuzanga wakati nilikuwa 9 months old in marriage. Anasema mimi kijana wake, mimi ni sura mbaya, mimi ni mtu mweusi, siwezi match na kijana wake, so I walk out watafuta kijana wao pipi mzuri. So msichana kaamka akaenda zake. Sasa imefikia makosa imepatikana kwa huyu mtu anaitwa kijana. Amehukumiwa miaka 25 kwa jela. Nani? The guy. Kijana, the guy. Sasa the mother-in-law ameona kwamba kijana ajaleta msichana mwingine ama pipi mwingine hawajamletea. So wamedecide kurudi pale, kuambia msichana tafadhali, I'm very sorry, come back to your marriage, kuendelea hata kama kijana kwa jela, njoo ujinge poma na kila kitu kitakuwa sawa. Sasa ndio anauliza, jamani, arudi ama asirudi? Ndio naomba ushauri. Before you jamaa enda chera, alikuwa ameonana na huyu demu. Ni kijana ndiye alioa huyu demu ama huyu demu aliletwa na wazazi? Kijana alikuwa ameoa huyu demu. So kijana kama anakaliwa na mamake mzazi. Sika kwa siku moja akamwambia nifukuze yule pipi. Kijana anakuja anakataa, hakuwa anamfukuza. Sasa mama akatemu vile kijana ameenda kazi, ako kazi. Anarudi jioni. Mama akaenda akamwambia yule mwanamke, ondoka hapa na tulielewana na kijana wangu, usika hapa, nenda. Sasa mwanamke yule msichana akaona nimefukuzwa, akaamua yeye akaenda. Ndio naomba ushauri sasa. Mi kitu yenye naweza sema, najua like kwenye niko saizi place yenye niko nilikaa marriage for 4 years nakumbuka. But by then I never meant to meet my in-laws ama familia yao except wenye wako huku ndani kwenye naishi. But na marriage yetu haikwenda mbali kwa sababu we never dated to know each other first, kila mtu kwenye anataka, and then haikudumu. Kwa hivyo ninasema like happen to marriage. But mimi sijawaiona ile kitu yenye maybe either tuseme mostly my mom anaweza kuwa ndiye anakucontrol ama wazazi wa mfulana ndio wana control marriage. Ingekuwa wana control hivyo hawangekaa, hata wangetuza kitu ya kwanza. Na ya pili, kama ilikuwa hiyo ni mambo ya kitambo yenye ile the old days yenye ilikuwa inakuja like eti mzazi ndiye anachagua mtu mwenye anaolewa kwenda kwake kwa boma yake. It's not the same thing right now. It's a different generation. Kila kitu kimeendelea. Mimi nasema like
kijana ndiye aliamua kuoa huyu dem, na vile alimuoa, hata ingawaje mistakenly ama by bad lucky, kijana ako jela for 25 years. That's a long time. The first thing, ingekuwa poa tu Kenya, mimi ningesema ingekuwa poa tu like mwenye aliamua akatoka peke yake kwenye ameolewa, mwenye angeamua atoke peke yake na asirudi kabisa, ingekuwa ni msichana. But kama msichana kuamua atoke peke yake na alifukuze tu kwa sababu jamaa ako jela na huyu jamaa wanataka waletewe nini na nini. Sasa I think they have realized that this guy maybe being 25 years in there, mi saizi ni mkubwa, nasema ni mkubwa, I'm 30 years old, and then let's say like maybe next 2-3 months I'm getting married again, but with somebody else mwenye nimedate nikajua character zake and everything. So mi si hoja ile wazazi sasa ndio wanakimbia kwa huyu dem. Huyu dem saizi ako kwao ama ameenda kwingine, ako kwingine amesettle? Yeah, ako kwao tu azaenda kwingine. You know, that's a tricky question though. Hilo swali ni gumu sana. Because dem kama still yako kwao, dem amepanga nini? Dem ako na watu ya maana. Alikuwa ameenda na mimba ya miezi 5 imini. Kwa sababu alikuwa amekaa kwa ndoa miezi 9. So akaenda na mimba ya miezi 5. Sasa akaenda kazalia kwao na mtoto sasa yeye kuna 1.5 mwaka. Hajaondoka pale kwao, baada ya kukwao tu amerelax. Man, kuna vitu zingine zenye by the way the solution is not to get from the community. Solution inakuwa wewe peke yako msichana. If you go back there, what are the repercussions? If you go back there, what are tuseme kichwa ni gani na mkia ni gani, mazuri na mabaya ni gani ukirudi huko, kitu ya kwanza. Na kama hujawahi rudi huko and then you see like you have never been there, even if this time yote mtoto amekuwa 1.5 mwaka, hujawahi fikiria kwenda huko na maisha yako inaonekana iko poa kidogo, mimi nasema like it's not a must mtu aishi akiwa na mwanaume kama unaona maisha yako iko poa, ama mtu aishi akiwa na mwanamke kama maisha yako iko poa. Ina depend how you feel. If you want to get a family, if you need a family, like either your parents have a family and what, then go ahead and accept and go there. But these people have to apologize. I think they have learned their lesson to do that. But this needs to come in between these two parents. This lady, wakae chini really waongee this matter haraka. Wachukue muda wao, wasiongee haraka. Take their time. And then you see how to solve this problem. Maybe wameona huyu jamaa wao mwenye ako kwa jera, wameona like maybe it might be that's the only baby wanaweza kwa wamekuwa nao, ndio wanataka huyu arudi akwe tena bibi wa huyu jamaa mwenye ako jera, because I don't know what they thinking about that. So there are two things involved here. One, wataetoya akwe na wanataka huyu maybe dem akikuja wakwe na familia yao, wajue like okay, this is the wife to my son or our son, amekuja, ndio hata ingawa anything happens tutakuwa like hata si tunajifunia this is what is there. Mimi nasema like wanataka huyu demo arudi kwa sababu ya mtoto. Hiyo ni kitu ya kwanza. Ya pili, asingekuwa na mtoto awangekuwa wanafikiria peke yake kwake kabisa, wangeenda kwingine watafute bibi wenye kuna mtoto na wamuadopt, waseme like okay, bono yonere mukamo murapaka samanga nawe unakovera. Me, that's what I could say. I'm not advising yeye arudi ama asirudi. I'm just in neutral position. Thank you For your advice. Thank you very much. Linet, nisome comment ya Linet na Kwambo, alafu kisha nipatiane fifad one. Linet Machoka, kijana kama amekaliwa na wazazi, huyu msichana atembee na Yesu. Maana siwezi kuvumilie iwapo jamaa amekaliwa hata kama amekuwa kwa ndoa miaka 10. Kwambo anawasikiza. Asante sana. Fifad one, nafasi ni yako, karibu sana. Poa sana. Najua before hii mjadala ikuja hapa, huyu msichana amedecide kurudi, but friends wamemdiscourage. Akasema Ungesalimia Fifad one akiwoye. Nimewasalimia sasa umefija. Sasa nianze jina moja. Hiyo ni salamu.
Karibu sana. Kumbe ni salamu. Karibu sana. Unajua huyu msichana amedecide kurudi kitu Eh, amuoni. eh, So kwa ile harakati ya kudecide kurudi, ameambia rafiki yake mimi nataka kurudi kwangu, amemdiscourage. Juu unaona umesema mother-in-law amekuja back home kuomba msamaha na kumwambia arudi, which yes. means they have realized their mistakes. They have Uh-huh. come to apologize. Uh-huh. Na msichana kama hakuwa anapenda huyo jamaa for real, angekuwa asha move on. But haja move on kwa sababu bado najua mistake inakuja. I feel unakasirika, but inside your heart if you really love the person, ile Yes. upendo bado inabaki. Hasira inakujanga ndio unapata umekasirika. Okay, according to your statement hawakuwa na difference na bwana yake. Juu umesema bwana yake alikuwa anamwambia mfukuza, hakuwa anamfukuza. Sasa na mwanamke alikosa. Mimi mwanamke mwenye aliletwa kwa boma ameolewa, hawezi toka kwa nyumba yake akuje kunitoa kwa nyumba yangu. Aliletwa vile nililetwa kwa hiyo boma. Na yeye hakuna vile mwanamke atoke kwa boma yake, kwa nyumba yake, akuje kukutoa alafu uanze kupaki nguo zako sasa kutoka kwa bwana yako ya mama yake. Because the feds are pumping money inside the marketplace Why right now, can't you ask there that? are certain asset classes that are literally taking off. Just a few weeks alone, we turned 1,000. Yes, tuendelee. Unaongelesha mother-in-law. Kama ni yeye angefukuza huyo mwanamke, hata angetoka huyo mwenye amefukuza mtu ameenda, huyo hata angetoka. By the way, hata mimi mother-in-law hawezi nifukuza juzi, hata nitatoa wapi nguvu ya kutoka kama nilikuwa nimekaa kwa kiti. Yeye ndiye anafaa anatoke kwa nyumba yangu, yeye akanyake aende kwake, angoje mimi niende kwake. Siwezi enda kwake juu according to the statement kijana na bibi yake walikuwa wanapendana. So na msichana na yeye alipata bad advice. When you see your mother-in-law, we notice you are not supposed to entertain her too much. Na si lazima muassociate sana. Unajua unasoma hawa mama. Ukiona huyu mama ako hivi na hivi, unajua mtu, sisi kama wanawake tunasoma penye kama tumeenda hata less than 1 minute. Through physical expression. Yes. Sasa ukishaona huyu mother-in-law, unafaa kujipanga vile unaishi hapo. The fact is bwana yake alikuwa anaambiwa mfukuze, lakini amfukuzi, anamwacha kwa sababu ni bibi yake. Yeye ndiye alimuoa. Si mama yake. Na msichana bado anampenda. Juu angekuwa cha move on. Na kuleta kitu hapa inamaanisha yeye ndani yake bado hapo na hiyo jamaa. Na I think she should go back, ajenge boma yake. Aende aje kuassociate na huyo mother-in-law. Kama ni salamu, ni salamu. Aende kwanza, makosa gani bwana yake alifanya? Ya kwanza. Na sababu ni kuwa alienda akaua mtu. Ama alienda karibu mtoto huko nje. Kwanza tuangalie makosa ya bwana yake. Makosa ya bwana yake ni gani hiyo ile? Na kitambo atoke kwa kina mzee. Mzee amewahi mfuata, amewahi kuja ashughulikie mtoto ama wakutana hata kama ni kwa hoteli wanakaa tu wanaongea future. Mzee ajaenda. Aliambiwa ataletewa mzuri. Ataletewa mzuri na yeye akangoja aletewe mzuri. Hai, hao wazuri wako wapi? Sasa ni huyo mama. Ndio mwaka na nusu. Kwani the duration of 1.5 years ndio tuseme 2 years since the baby is 1 year and some months. Na alikuwa na pregnancy of 5 months. The duration of 2 years, huyu mwanaume ashakuwa gaidi. Criminal, mpaka wakufunga 25. In fact, it might be. Najua wakati mwingine there is some situations come to strengthen our faith. Kuna sababu labda Mungu alitumia huyo mwanamke amfukuze kwa boma. Ndio maybe something bad was to happen to her. Labda mwako ile kibago. Yako liyetere ni kibago. Upate
Alipatikana, unajua Ria alipatikana kwa makosa kwa group. Yeah, that's true. Show You me can be your friends. Show me your friends that tell you your character. You cannot tell me you work with a thief. You cannot steal. So wacha watu waache kujificha kwa character. Wacha Hiyo ni ni kitu favored Eh. one. Nikitembea na mtu wa SDA, akona character SDA na mimi ni mtu wa Catholic. Na no. kumaanisha tunakuwa zinaenda pamoja. What are the characters of an SDA person Tutoka and a hapo. Catholic person? Ngoja, ndio hiyo. Atupige makofi, wengine tupige makofi. Avefa network yako leo mbona inasumbua? Nasikia Avefa. Mimi simsikii. Something in common. They wash for Aje sasa tunapiga makofi. Sasa. Mbona mnafanya ninacheka? Niko serious. Unajua hapa tunaangalia both sides. Ya mama na side ya kijana. Hata kama alafu na tuangalia hata kama mwanamke ni wazimu kabisa ni yote. Wezi kwa mtu mpole umacho gete kuya hivyo moja. Ako koliki aje kosa lero anyorokire. Naambia koliki eri anyorokire ataachana na wewe. Lakini ile anakuja anakurushia na wewe unamrushia. Ako teba kirogono. Umro yese kuna itwa na kuga. Ai baba si nora. Ama ngina wale sana wale. Au koliki kama hapo cheke pi. Ngora. I wanna know. Lakini the fact is huyu mwanamke according vile alitoka kwa bomba kutoka like alifukuzwa na bwana yake. Na I think yeye ndiye alijipakia nguo. Unajua wakati umejifukuza, unajua huyo sasa amejifukuza. Juu yule mwenye wanashare na yeye kitanda hajampakia nguo, amemwambia sasa mimi nimechoka na wewe. Na mna baba aligombe hivi. Akero musacho gabo se yo abwente kubangira kianga kiao. Abasokeri sikabote haki. Take your belongings and disappear. Nakyo mogongo. Basi ukijipangia nguo utoke wewe ndio hata kama kwa amekutwanga. Sepa. Network. So hapo na hiyo ni kwa ndoa nayo alipata muda mfupi sana. Which means she's still young by the way. She cannot handle marriage at the moment. Okay. According to me tena nimerudi side nyingine nimesema aende. Nikafika katikati tena nikageuza. Nimemalizia kusema she's still anaweza kuwa ni mkubwa wa miaka but she's still young to handle situations in marriage. Mimi siwezi kukuzwa na mother-in-law my friends. Like kwa nyumba niende kwake anifukuze aje kama kijana atajenga anifukuze na nyumba yake aniambie ufunguke wana kwa hiyo mimi mtu mwana kama wewe nyumba kwa kwake. Sasa niko mwana sasa mwana. Ni upi? Ushauri wako ni upi Fefadi? Kitu ya kwanza makosa ya msichana alikifukuza. Makosa ingine kijana arudi. Kijana ni zaidi. Alafu shida ingine mother-in-law aliingililia kati. Hiyo sasa uamuzi ni wake. Siwezi mwambia aende na siwezi mwambia apaki. Uamuzi ni wake. Juu wote kwanza na wabaweka ni njira gete. Hapo watu iteke mwenye. Okay, sawa. Anota Fefadi one. Okay, Linet machoka huyo demu ajipe shughuli ajane na huyo kunguru. Hiyo maisha nilijiyapitia zamani. Akirudi stress itamuua. Linet machoka pole sana kwa kupitia maisha kama hiyo. Wacha niingie kwake sana kukazia
ndio niingie kwake Cherono, mama ze mama. Na hii mtu anaingia kwa ndoa less than 1 year anaanza kusema sijui nini. My friend, kaa kwa ndoa, kaa miaka 2, 3, 4, toka peana ushuhuda kama umetoka. Wacha kuenda kwa ojauta chini wa Mungu, hata kwa tenga tumepitia. Sawa. Linet Machoka amesema ameyapitia. Sasa ujui ni miaka ngapi? Masi, karibu sana mama the mama, I see you. Wacha niete son of mom Kezia. Alafu Cherono ako pale ndio tukaweze kusonga. Son of mom Kezia, karibu sana. Jambo. Si jambo, habari zenu ninyi wote? Salama sana. Nimefurahia kuingia kwa show. Aha. Naona mjadala unaendelea poa. Naam. Mimi kwa upande wangu ule ushauri naweza toa. Yes. Tasema huyo msichana peke yake yeye ndiye ataamua, hakuna mtu atamlazimisha, maana itategemea uhusiano wake kati yeye na mume wake. Maybe huenda akakumbuka mazuri ya huyo mwanaume wakati walikuwa pamoja, na naweza akakumbuka pia mabaya, na yeye mwenyewe akawia akaona kuna mahali madhaidira anaweza ingilia kuwatenganisha. Yeye mwenyewe ndiye atafanya uamuzi. Huenda ndiyo madhaidira alimfukuza, lakini kwa roho yake yeye huwa anampenda. Na kuna vile atawei aseme hata kama madhaidira alinifukuza, hii muda yote nimekaa, at least nimeona kama huyu mwanaume ananipenda ama hajanipenda. Huenda ikawa wana communicate chini ya maji, ndio ako kwao, but maybe wana communicate. But kama wa communicate na akiangalia tu mumbali wenye wametoka, yeye mwenyewe atawei ajue kama atarudi ama hatarudi. Hiyo tu ndio suluhisho langu, lakini madhaidira hawezi make decision ya kumwambia sasa nilikufukuza na sasa nimekuambia urudi. That one is impossible. Jua wachaongea na huyo jamaa baby ama wanaongea hao wawili. Sasa itategemea na yeye mwenyewe ndiye atawei aone situation iko aje. That is what all I can say. Shikia son of mom Kezia ako tu hivyo. Kumbe nani ashaondoka. 0 ameondoka Cherono. Wacha niete mama G for general. Mama the mama. Usikie mama kwa mama. Karibu sana, nafasi ni yako. Habari yenu? Salama. Okay. Nimeona sasa, nimeona mnachangia hapo, but sijasikia vizuri. Hebu nieleze sababu naona hiyo Kiswahili mimi hata hapana sikia mzuri, hapana soma mzuri. Kiswahili si mdomo chetu, hata sisi kilinifuata TV nikapata nimejipata. Iko Sasa hebu huyu msichana alikuwa amekaa kwa ndoa miezi 9. Sasa kwanza mwezi wa 3 mama Martha alianza kuleta shida, kumwambia kwamba wewe si tepe ya kijana yangu, hata waisi unaonekana kama makaa ya Maasai. Wewe ni 3 uvai kukaa pipi ya kijana wangu. So what is there? Pack your belongings and go. Mama alikuwa anatuma kijana afukuze huyu msichana, lakini kijana alikuwa anakuja amfukuze kwa sababu kijana anashinda time mingi na mama kuliko pipi yake. So mama moja kijana ameenda kazi. Akaja nyumba akamwambia msichana, "Pepe vitu zako kutoka hapa," kumpigia kelele. Sasa vile msichana hataki stress mingi na kwao iko, akachukua shughuli akapeleka kwao. Sasa imetokea mistake ambayo kijana amekosa, amepatikana kwa makosa. Amefungwa, amehukumiwa kifungo cha miaka 25. Sasa kijana alifanya nini? Alifanya nini akafungwa? Alipatikana kwa grupu ambayo ilikuwa imefanya makosa ya kuua. Sasa amehukumiwa hiyo kifungo cha miaka 25. Stress maliko mama ametoka sasa anasema huyu kijana wangu anaweza kufia kwa ajali, miaka 25 ni miaka mingi, labda nyumba yake pombe itaharibika. Wacha nene niliambie msichana samani, wewe ndio mzuri, wewe kuja uende ujunge pombe yako mpaka mzee wako akuje. Sasa mbele kumleta
Msichana ndiye anauliza. Ile time walinitusi. Hi. Sasa ndio wanaita. Good Amio. Hi. Let me tell you something. That old woman, let me tell you something. Yes. Huyo mama akome sana na arege. Achana huyo msichana. Alright? Yes. Achana na huyo msichana kumharibia kesho yake. Imagine eti bwana yake anakuja kulinda nyumba bila bwana. Analinda nyumba bana. Bila bwana. That's so selfish. Hiyo miaka 25 amefungwa. Hiyo mwanamke akikuja atawezi kulisha hiyo kitu yake miaka 25 asiki. Let me tell you something. Ushauri wangu ni huu. Msichana, okay, alikuwa amefukuzwa for how long? Ameenda mwaka 1.5. Sasa wacha huyo mama waachane na kijana. Alafu huyo kijana ni kama alikuwa mama's boy. Ajui achague nani between these two. Na hakuna siku amewahi wakalisha chini. Na maybe mama aliona huyu msichana penye amekuja hivi atanyimwa vitu mingi, kijana atakosa kumpea vitu mingi. Unanielewa? Sasa akaona acha afukuze huyu. Unajua kuna mama wengine wanaonanga wasichana, yani anaona mwanamke mwenye ameleta kama ametoka background mzuri atamkubalia, lakini hao wengine wenye tunajipanguza kwenda mbele we know nothing. So anaona tu afadhali amfukuze because huyo msichana hana mbele wala nyuma. Sasa msichana akona uamuzi wake, ajue ataishi na huyu. Mimi kivyangu ninajieka kwa hiyo kiatu ya huyo msichana waje tu atafute bwana mwingine aende, sababu huyo mwanaume akumfuata. Are you getting me? Yes. Mwenyewe babe ABCD aende mpaka kwa kina msichana ambiwe hapana, enda leta mama yako ama enda ulete wazee, si ndio? Wakuje wote, wakuje waseme hapana, tupe msichana wetu. Sasa venye kijana yake amekuwa amefungwa kabisa, sasa ndiye anakuja kwetu. Huyo mama angepewa viboko mingi sana, a lot of cane. Unanipata? Huyu alikuwa afai achapwe kweli. Ai, mama the mama for the general. Ni nini kimefanyika? Mama tafadhali kuja hapa. Kwa mboka Judy, high five everyone, high five to you, karibu sana. Masi Bosibori, uko juu ya ghorofa network isikutupe, karibu sana. Tukiongoza wengine wakikuja, ni kama network imewatupa nje. Ni kama amerejea kidogo tu masi kidogo. Nione nani amerudi. Mama network ilikutupa, karibu sana mama. Watu wananisumbua, unajua wanataka ushauri kama huu, sasa wananisumbua, wananipigia masimu mother is back. So msichana ajue kesho yake itakuwa aje. Kama alimfukuza hivi na akikuja huko apate mwanaume maybe amekuja kwa familia, amekuja kuwasalimia, sasa atamchapa, amwambie huyu ni bwana yako, umeanza kulala wanaume BCD. Hatakuwa na freedom. Unanielewa? Unajua freedom hapa inahitajika. Sasa mama hata mkubalia wakae na yeye. Secondly, huyu mama mimi angekuja kama ni kwetu, huyo mama angefaa viboko. Hii ni madharau. Nakuja kuishi na nyumba. Wapi bwana yangu? Wapi mzee? Nakuja kukaa tu na kufanyia kazi kama mbochi. Oga. Huyo mama atampea bwana. Yes. 25 years is a lot of, it's like forever. Maybe saizi msichana ako na 30 years tuwekea hapo. 25 years atakuja amefika menopause. Hana mtoto, ako hivyo tu. Msichana afanye uamuzi wake mzuri. Be happy, atafute mzee mwenye atamuoa, mama wachana na yeye. Aenda ishi kwa hiyo nyumba ya kijana yake yenye alimfukuza kutoka hapo. Akule hiyo mali yake yenye alifanya akamfukuza. Unaona? Akae tu kwake. Sababu hii unajua nilikuwa nadhani kitu kingine mzuri, maybe mzee yako hiyo naweza muadvise waongee na mzee arudi. But sasa unakuja unaolewa na nyumba.
Nyumba ndio itakuwekelea mguu usiku. Itakuweka kama saa 5. Saa hii ni wakati wa game mzuri. Game inafaa kuanza game saa hii. Hiyo nyumba ndio itamwekelea itaanza hiyo game. Oh my God. Msichana ajue tu life is too short. Atafute mzee akae na yeye, mzee amumeke. You know, people we are supposed to be happy. Hii maneno ya kusema eti mapenzi, kama kijana msichana alikaa 1 year, kijana akumuendea, ajue tu hakukuwa na mapenzi, akae tu kwa atafute mzee mwingine. Yes, atafute mzee mwingine akae na yeye, mwenye atakuwa anamfanya mwenye atampia firito, mwenye atampia mapenzi muhimu. Mapenzi muhimu kwa hii ndoa, kwa hii life, mapenzi muhimu. So okay, mwanaume ameenda Amerika, tunajua tu atarudi. Ameenda Gaza, atarudi, lakini 25 years, yani kwanza huyo mama anakaa tu ako strict. Sasa atakuwa anakaa tu bisiba enda utafute ng'ombe uwapee chakula. Kwanza huyu mama anaona atatoa huyo msichana kwa hiyo nyumba yake ya huyo kijana, mwambie kuja ulale hapa karibu na mimi. Tandika hapa chini ulale mahali na kuona. Can you imagine? You people, do you understand? Are you thinking what I'm thinking? You are thinking what I'm thinking. Huyu msichana akanyage kubwa atafute bwana. Amwonyeshe mapenzi muhimu. Apate watoto yake. Huyo mwanaume akitoka hiyo chera yake atakuja kukaa na mama yake, apate maybe asiga anerua bomo kuko bwata wanonyesha abasacha bakumuswagani paka wambua waeke akili kwa akili yake, wamurasimishe, wamutape, wamweke akili kwa akili yake. Wanataka kichego mama mwenye akona wasichana 7 asiga anerua aekewe, ndio wewe sasa kaa hapa sana watoto yako. Vamos Rosario. Yes. And let me tell this man here. As much as we don't want you to leave your mothers, we love them. Yes. We are your wives. Sisi ni mabibi zenu. Imagine mtu mwenye anakupea na usiku, anakupepea mzuri, ananyegeli mzuri, alafu unamlinganisha na what is that? Oga, try, jaribu kutetea mabibi zenu. Ambia mami, this is my wife. Mama de mama. Wanaume, asimati ukiona mama yako ni mkali, toa bibi yako kwa nyumba, mtoe muende kama mnakomboa mahali, be happy. Pata watoto huko, tafuta biashara kidogo, fungulia mama kibanda ya kuuza mboga na anakupea vitu mzuri. Imagine mama yako ako hiyo kiasi yake, hiyo roho mbaya, hiyo roho ya Saitani, bado wewe amenyogolia the whole day, alafu usiku unamwambia baby how are you, yani anakupea tu unapata naekelea tu mguu ako kwa kona kabisa, taisonga hapa kwa center, anaekelea tu mguu kwa kona. Yani you people, you need to be serious. Watoto wako wajarara. You need to be serious. But yeah, these women can deliver something very nice to you guys. Yeah? But ukimwekea mama yako hivi, eti mama yako awe ndiye anaongea, eti yeye awe ndiye anataka. Sasa huyo bibi atakuwa hata kitu yenye alikuwa ameweka mahali hata kuambia, sababu wewe anajua wewe ni mama's boy. Ataanza tu kukuchukia, atakupea tu sababu yeye ni bwana bibi yake, hata kupea sababu anataka, anasema anaekelea tu mguu kwa kona peke. Hivyo anakuambia basi. Na wewe mjinga ndio huyo unaenda kwa Miguel kwenda kwa kona, unataka kutafuta mahali hiyo shimo hivyo. Can you imagine? You guys just focus. Wow. Mama de mama. Focus. Unakunywa soda gani? Wake up, focus.
As much as tunapenda mama yenu, penda na mama bibi zenu. Huyu bibi yako ndiye atachua bwana yangu huku chini, hii boli moja ni kama imesabuka, anakuwekea filter. Mama yako ataenda kuangalia hiyo kitu. Hapa baby, wakati sasa umemigereli. Aneta mama for the general ata wa ibintu bya Samira chudi kwambuka masibosiboli mama di for general zerono son of mom bezi kukuntu hamjamboni na wale tuko kwa comment chudi kwambuka kwambo mambo dia karibu sana kwambo naomba ka reduce volume pale tu ili pate na reduce volume kabisa yote wacha nimalize mimi naenda nione watoto yangu wasiumie. So wanaume tunawapenda sana. Tunapenda hata mama zenu. Alafu naambia wanawake wacha kuchukia mama just like that. Sababu umewatch Afro cinema, sababu umewatch mimi mama chief for general venye nakuanga wicked. We are not wicked now. We are not wicked madam. Just come, hata kama nitakuongelesha vibaya maybe najaribu kukutwin kidogo, kukutwist nisikie kama wewe ni mtu mwenye utaishi na kijana yangu ama wewe ni mang'aa. Wewe ni makina dileira. Wewe kitu yenye utafanya mama yako hata kikuongelesha vibaya, just relax. Na usijaribu eti unataka kuambia kijana achague between you and a mother. Sababu unajua kijana atachagua mama yake. Unanielewa? Yes. Lakini jua venye una solve maneno yenu wanawake please. Jua venye una solve maneno, kuwa na akili. Akili yako ichanuke, wacha kuolewa ukiwa mitoto. Ukiwa mitoto sasa hakuna mwenye atakupembeleza, hata utakuwa maid. Alafu tafuta kitu ya kufanya. Huyu mama ndiye akuheshimu. Tafuta biashara. Huyu mama ndiye akuheshimu. Unajua huyo mama alimtoa kwa nyumba sababu anajua wewe unakula chakula yangu, kijana yangu akitoka kazi anakulalia. Chakula yangu nakula unajaza choo. Lakini angeona huyu mwanamke vile anachitoa pole anaenda kwa biashara yake ama anafanya kitu yake anajishughulisha, anakuwa na heshima, anasema huyu ataleta familia yangu tu. Sasa aenda weka sasa, kaa chini, olewa tu, beba matako, beba matiti, peleka. Mama atakwambia maadamu unaharibu kijana yangu, kwanza atasema kijana yake amekonda. Ukisikia anaanza kumwambia tu umekonda, chua tu, anachua tu, kijana anafanya kazi extra. Extra. So be very careful ladies. Jipende kwanza. Penda bwana yenu, penda madha yenu, hata kama anakuchukia. Kama mzee party mzuri, mzee amekutoa ushago, mko na town, nunulia madha yenu zawadi, nunulia father yenu, waende wa surprise, kaka na wao kidogo, kama ni wiki moja toka, ndio heshima iendelee kudumu. Yes. Lakini ukisema eti wewe unaenda kama housewife eti unabeba tu matako na matiti na hiyo shimo kupeleka kwa mama ya wenyewe, sweetie, utachapwa, mama atakufukuza, utapotea kabisa. Jabakuja. Vitu zimebagora api. Mama chief for general. Umepomoa vitu na umeenda. Masibosiboli. Karibu sana kabla niete jero. Tuko na kuambua kwa pale before nileta hao Masi, karibu sana. Asante. Asante kwa nafasi. Acha ni recognize son of mom. Alafu na kwambo na watu wenye kwa comment na watu wote, kila mtu. Uoni chero? Unajua Mama Ji ametumaliza, bado tunacheka. Mtanisamea wenye sijaona. Mtanisamea kwanza, huyo mama ameongea na akatoka. Hakuna kitu amebakisha cha kuongea. Anyways. Yes. Sasa sio mama amemaliza. Kitu tunaweza sema kidogo Masi. Kwambo reduce volume ya simu kabisa itwe echo. Ama unatumia laptop ama simu? Reduce volume yote kabisa nisikie. Kidogo tu Masi nakupatia reference. Reduce tu yote kabisa.
Reduce kabisa ya. Yes. Okay. Wacha nikufungulia. Okay. Akiongea tumsikie. Tuendelee. Haya, pia mi nilidhani huyu mama alienda kutafuta msichana na mume wake yupo. Mother in law nilidhani anamtafuta na kijana yake yupo nyumbani. Hapo advise nimwambie kama huyu mama amekuja kukutafuta kweli kwenu, yeye ndiye amejileta, meaning ako apologetic. Yaani ni mtu wa kuomba msamaha na kurecognize makosa yake, ndiye amekuja kukutafuta. Maybe rudi uone pali mtaenda na bwana wako, mkae, maybe mkomboe pahali nyumba, mwende mkae pale, mwachane na story za mama in law. Basi sasa kama imekuwa ni kesi ati huyo ameshikwa 25 years na hapa hakuna mtoto, hakuna chochote, siwezi msupport arudi. Kwa sababu huyu ni kama anakuja, huyu ni kama tuseme tu ni kama kaburi anakuja kuchunga, kwa sababu kuna nini pale? Miaka inaenda. Duniani tuko na miaka mifupi sana. So ile life yenye amepewa kwa dunia aishi huyu msichana, Mungu huzungumza kwa njia nyingi sana. Wakati alifukuzwa akiwa na 3 months kwa ile nyumba, maybe ni Mungu ndiye alikuwa anampangia, akimwambia ajitoe mapema. Hii ilikuwa ni red flag. Na ukiona mama amefukuza msichana, kijana hajaongea na hajamfuata, kumaanisha pale hakuna ndoa. Kumaanisha huyo mwanaume bado hajajisimamia, hajakomaa. Kwani mama yako anaweza nifukuza aje kwenu? Si wewe ndio ulinioa, tulielewana na wewe tukaoana, tumekuja. So mambo mengine hata compound yetu inafaa kukaa kando na ya mother in law. Hatufai hata kushare vitu zingine. The moment unanioa unakuwa umejipanga, uko na space yangu yenye tunakaa na wewe. But kama alimfukuza mapema, kumaanisha huyu kijana pia yeye alikuwa statue ingine kwa hiyo marriage. Alikuwa tu, he was just there like mfano. Kwa sababu huwezi fukuza bibi ya mtu na huyo mtu wako, na kama alimpenda na mbona mama alienda kumfuata yeye hakwenda kumfuata, alikuwa amefukuzwa. Sasa network imeanza. Panda juu ya ghorofa. Panda juu ya ghorofa. Network network. Panda juu ya ghorofa. Okay. Anaitwa Jake Straight, nimefika, mko wapi? Yukadeti mbona kama alikufukuza ukaenda kwenyu, anakutafuta, ako na plan, my dear, kaa kwenyu. Masi tafuta network. Masi akienda kutafuta network. Masi possible panda juu ya ghorofa vile unapanda tata days. Network imekutoa nje tafadhali. Pole sana my dear sister. Wacha nilete governor wa Mosoveti. Governor wa Mosoveti. Karibu sana. Jambo. Habari. Salama. Mama msichana amerudi. Wacha mtoto kwanza aseme hi. Hi. Salimia yangu, unamuona ndio yule. Mambo. Yes, sasa. Poa. Mbona hujalala? Mbona hujalala? Mbona haujalala? Mbona nitalala? Mbona nitalala baadaye? Salimia anko na anti wako hapo, wasalimie. Wasalimia hao watu wanakutazama. Salimia Bosibori. Mwambie Bosibori mambo. Mwambie Bosibori mambo. Bosibori ndio huyo. Mwambie Bosibori. Sasa toto. Hello. Poa. Wewe ni kazuri? Unaitwaje? Unaitwa nani?
naitwa Hope. Hope. Hope, jina nzuri. Ambia mama akuja tusalimie. Utamwambia? Ya, amelala. Habari ya studio, rafiki yangu. Iko salama, karibu sana. Nashukuru. Oh, good Nilikuwa napitia. girl. Wani mzuri. Kesho nitakuletea switi, sawa? Huyu anakudanganya, mwambie wewe huwezi niletea hiyo sweet. Wewe Bosibori, usidanganye mtoto wangu sweet na usimletee. Hebu cheza kwa M-Pesa. M-Pesa icheze. Karibu sana. Wapo na Mosoveti, mpaka niona Grego nasema kwamba gava na Mosoveti, karibu sana, nilikuwa nimekumisi sana. Karibu sana, nafasi ni yako. Nimerudi sana Gregory. Gregory yako wapi huo tusalimiane? Mazata yenyewe imekuwa muda mwingi sana sijaonekana hewani. Lakini natumai kwamba mko salama. Naam. Na Mungu ni mkubwa, ya Mungu ni mengi sana. Sisi wenyewe tunaweza panga, lakini aliye na mipango yote ni Mungu. Daddy. Acha kidogo mami nisalimia watu, tutaongea nao, sawa? Nani? Pole kwa hiyo interruption. Sasa nilikuwa napita tu kuwasalimia tu, nafikiri studio iko safi kabisa. Sitaongea mengi. Acha huyu kelele yangu iko hapa. Unajua huyo hawezi lala kama sijalala. So acha nipatiane nafasi kwanza kwa wengine tu. Niko nyuma ya tent. Sawa. Okay, all right. Eminyaps, hello everyone. Hello to you my dear sister, karibu sana. Twende kwake Masimo, tuendelee network ili kutoa nje. Let's continue. Nafasi ni kwa nani? Ni kwa Masimo Sibori. Sasa nilikuwa nasema red flag ilijitoa mapema. So hata huyo mama akimfuata, by the way huyo mama anafaa kufukuzwa. Akienda kwa kile huyo msichana pia anafaa kufukuzwe kabisa. Akimbishwe kabisa. Huyo mama ni kama mchawi. Na ako selfish. Yaani yaani anajipenda. Yaani ameona wakati mambo yameharibika ndio amekuja anatafuta mtu wa kushikilia boma. Before mwaka mmoja uishe, si alikuwa amemfukuza, na mbona hakuwa amemwendea? Anamwendea wakati mambo yameharibika. Sister yetu huyo mama General aliongea vizuri, kila kitu akamaliza. Huyo mama si mtu mzuri huyo. Hata anaweza mchukua enda akamuue. Huyo hata simuamini sasa. Atende sasa, by the way, nyumba ama boma, anaenda kuchunga boma aje sasa? Yeye ni watchman. Hata watchman achungangi boma yenye watu hawaishi, na alafu mwili pia unahitaji. Then huyo msichana pia anahitaji familia, anahitaji kuzaa watoto 2 watatu. Anahitaji affection. Kwa nini mtu anaoleka? Si ni kwa sababu ya affections, attention, yani hizo feelings zote. Yani at least una feel uko na mtu kwa nyumba, unaitwa majina mazuri, at least kuna mtu mwenye unahudumia, ni mume wako. Lakini sasa huwezi niambia ati nimeenda kuhudumia mother-in-law, ati bwana wangu wako kwa, for what reason? Huyo ni kama tu kaburi. Na hata Bible ina accept watu ambao wamebaki wakiwa widow waoe ama waoleke. So mimi siwezi muadvise arudi pale. Akirudi ni kujiletea tu shida mwenyewe, atembee mbele. Kumrudia kumaanisha aliona huyo ni msichana mzuri na maybe ni kama ajielewi, na atarudi atanyenyekea chini yake juu ni kama alikuwa ameanza kumruru wakati alikuwa hapo. Huyo mama ni kama yeye ndiye alikuwa kusema. Vile our sister amesema tu ataenda kumtumia. Hakuna kitu anaenda, ni fua nguo kidogo, haya nenda ukakata napier grass, sijui fanya nini. Akae tu hapa amfanye maid. Amfanye kila kitu. After all, hatujui kama yule kijana atarudi ama atarudi. Na hata akirudi, akiwa na affection, wakielewana vizuri, bado huyu mwanamke atafukuzwa. Ataambiwa hata wewe ni mjinga.
Si ulikaa 25 years. Ni kama wewe ni reject. Hauna Yes. value. Yeah. So mi nitamadvise asiende pale. Atafute value yake, ajiamini, apate mtu mzuri, naombe Mungu. Ni Mungu ndiye amemtoa pale kwa sababu alimtoa mapema ili ashughulikie maisha yake. So mi naweza madvise asirudi. Hata kama kuna kusamehe. Au huyu hafai kusamehewa kabisa. Hapana, hafai. Okay, asante sana Masi Bosiboli, nashukuru sana. Trace Keribo nasema kwamba ndio kufanya nini? Anasema ndio niko ndani. Karibu sana Trace Keribo. Wacha niingie kwake sasa. Nadhani governor wa Mosoveti, I think now you are okay, you can talk. Mtoto ametulia, naweza zungumza na sisi. Yes, ametulia sasa, huyu ana maneno sahi. Sawa, peana sasa ushauri wako, karibu sana. Haya, sasa najua nimeingia kama sijaona mada, nikasema tu nilikuwa napita kwa salimia tu, lakini pengine kama unaweza niguzia tu juu sitakosa la kusema tafadhali. Wacha niguzie kidogo hapa. Kuna msichana ambaye anasema kwamba alikuwa ameoreka kwa ndoa miezi 9. Hii miezi 9 amekuwa kwa hiyo ndoa. Kufika miezi 3, mama Thenilo alianza kuleta stress, kumtusu kwamba yeye ni sura mbaya, yeye ni makaa, hafai kukaa na kijana wake, nafaa watafute kijana wake pipi mwingine. So ikawa kijana anaenda anakaa kwa mama yake kwa jioni after supper, yani ile supper wanaenda anakaa kwa mama yake, anakula kwa mama yake. Mwanamke akipika hapa supper, anangoja kijana anakuja saa 6, chakula imekuwa baridi. Sasa mpaka hakuna hata yeye sometimes hakuli hiyo supper. So ikafika mama akaambia kijana, fukuza huyo msichana, tukutafutie msichana mzuri. Ulitafuta sura mbaya, huyo msichana si type yako, sisi hatumpendi. Just mfukuza ende. Lakini kijana vile yeye alikuwa anapenda msichana, hakumfukuza. Unaona? So ikafika wakati ameenda kazi huyo kijana, mama akakuja akafukuza huyo msichana, akamwambia wewe peana mgongo kwa nyumba, tumbo nje, nenda kwenyu. So the lady yeye hakupinga, alichukua vitu zake akaenda kwao, na alikuwa na ujauzito wa miezi 5. So kwenda pale kwao, amezaa, amekaa na mtoto, amekaa mwaka 1.5, ako pale kwao. Sasa kuna mara shida imetokea. Huyu kijana pale kwao alipatikana kwa grupu ambayo ilikuwa imefanya makosa na amehukumiwa akae kwa jela miaka 25. Martha Niro ameona kwamba msichana mwenye ako na mtoto wake ni yule mwenye alikuwa amefukuza. Huyu kijana achaleta pipi mwingine, hata wache mtafutia. Nimemwambia sasa what we do, wacha niende niambie msichana, samahani sana, tulikukosea, pole, tunaomba urudi ukuje kulinda Poma. Msichana ndiye anauliza, je, niende ama nikatae? Karibu sana. Hayo ni maajabu kweli. Sasa anyway, hapo mimi kidogo nimechanganyikiwa hapo sana. Hapo inachanganya kwanza, kwa sababu sasa unajua kama utaki kitu, mtu anajua dhamani ya kitu kikishamtoka. Na hapa itakuwa vigumu sana kama huyo msichana. Ushauri wangu ama kwa vile mimi naona itakuwa ni vigumu sana huyu kuweza kurudi, kwa sababu akirudi bado atakuwa na anajisumbua, roho yake itakuwa bado ina amani, kwa sababu atakuwa anakumbuka yale ambayo alikuwa ametendewa hapo awali. Kwa hivyo bado hata akirudi kutakuwa na shida, na si ati amerudi kwa sababu kutakuwa ati huyu atakuwa. Mimi kwa upande wangu naona hapa kutakuwa bado na shida. Mshauri tu kama ni mtoto, sijui kama lakini hapo ni ngumu, nimechanganyikiwa kidogo. Changanyikiwa kidogo hapo kabisa. Acha ni load alafu nitarudi, bado sijaenda. Acha ni load amekuja vizuri. Sawa. Dere ni kwa mkanasema
Nyaps umenitupa sana. Nyaps kwanza kutupa dereni kwamba Nyaps asema kwamba akae kwao. Divav London nasema kwamba hey guys, nimewasili. Umepotea sana. Umepotea sana Divav. Divive jina ni ngumu. London karibu sana. Jambo. Hai, sasa ni Hi. sasa ni Wasa. nasikia Naam. niliwaambia tunaona sana nangu. Aki tumekumiss. No, amesikia. Okay, nataka kumea kusudi. Nina prefer mbele kwa kuzina na rudi kwa mathailo na vengi. Bado anaanza mathailo. Kuna tunaanza kufanya kwanza huko. Ni kitu kibaya. So, for me nirudi kwa tayari na hata inafunza move on. Na network yako ilikuwa na kutoka na kupata vizuri London. Hii network imetutesa lakini karibu sana. Karibu sana my dear sister. Ulipeleka anko wapi? Mwambie nitamchapa. Masibo siboje kulala kwa studio nitakumwagia maji. Ako area. Beba. Karibu sana. Ushauri wako utakuwa muhimu sana. Yes, Diva. Kangu baya manini? Sikupati. Imagine sikupati Diva. London hatukupati. Network inaleta shida. Naomba ukapande juu ya nyumba kidogo. Labda inaweza kuwa sawa. Naomba tu. Kwa maana hatukupati. Sijui son of mom Kezia. Unampata dada yetu? Hasa mpati kabisa. Oh. Dada. Blendo naomba kushughulikia network ndio kaweze kurejea. Kabla sijamaliza ni saa 6:23 tarehe 6 mwezi wa 8 mwaka 2021 Afrika Mashariki. Bado tupo Kenya. Mimi niko Kenya na wakilisha hapo. Bado ni Kenya. Blendon naomba kushughulikia network. Labda kabla sijaona mtu mwingine kama mtu hapa amezungumza, wacha nirudi kwake son of mom Kezia akaweza kuzungumza maneno yake ya mwisho tukianapoenda kumalizia. Karibu sana. Asante sana tena kwa nafasi. Sasa changu mimi chenye naweza sema nikimalizia, najua ni vigumu kufanya uamuzi kwa mtu mzima. Yeye mwenyewe atafanya uamuzi wake. Juu maisha ukiangalia, uangalie maisha leo peke yake. Unaangalia leo na kesho. Unaangalia jana kwanza na leo na kesho. Ulikuwa wapi, umetoka wapi, uko wapi na unataka nini kwa maisha yako. Sasa yeye mwenyewe atafanya uamuzi. Hapo mimi sitaongeza na sitatoa. La mwisho, ripoti yangu kufikisha. Okay. All right, thank you. Wacha ningie. Tumegombana hapa, kama umenipata utanijibu baadaye. Okay, haina shida. Okay. Diva Blando anasema kwamba my network poleni. Let me try again right away. Just try, my dear sister. Try to come back. Yes, we need you here. Governor Mosoveti, maneno wako wa mwisho, karibu sana. Tutazungumza tu. Natakieni usiku mwema, asanteni. Nashukuru sana, asante. Masibodi, maneno yako ya mwisho, karibu sana. Naona leo network imekukubali. Mwambie amefunga mic yake. Masibodi. Sorry nilikuwa nimemute mic. Okay. So ndio nilikuwa nasema
Kama mwanzo hawakuona uzuri kwake, hawakuona urembo na kila kitu, Yes. sasa hakuna urembo nye utakuwa umeongezeka akirudi pale. Bado atakuwa makaa na venye wamemuona. Na wewe network imekukataa possibly. Asimshaya mtu pale asahau kabisa na maisha atasonga mbele. Okay, all right. Okay. Wacha niingie kwa Diva London. Karibu sana. London. London, unanipata? Hapana, simsikii kabisa. Ni kama nini yake haiongei kabisa. Ndio inakuja ikikatika sasa. Sawa. Bado mimi sijakupata hapa jamani. Kuna mari unaweza pata network iko strong, mari unapendanga unajua iko strong, usimame huko tafadhali tukupate. Woi. Woi, network itimangu maperi. Inatusumbua. Lakini naomba tu nashukuru sana watu wa mashabiki wote kwa kuweza kuungana na sisi hapa tangia mwendo wa saa 4. Sasa hivi ni saa 6:30. Tumekuwa hapa ndani ya nyumba kuweza kushughulikia mambo mawili matatu. Wacha tu mimi nikaweze kuwashukuru na kuweza kukaribisha tena kesho. Okay, ni hali ya kupanga mitambo kidogo. So tutataka kupanga mambo mawili matatu, tuone kwamba Mungu ako pamoja na sisi. Na kuambia kwamba tutakuwa na worship night siku ya Sunday kuanzia mwendo wa saa 2 usiku mpaka saa 6, saa 7. Let us worship together and that day, and let us keep on watching at Kisi Hot TV. If you are new in the house, subscribe. Mungu aweze kutongoza kwa kila jambo. Tunapoelimishana mambo mawili matatu. Mimi kila siku nasema kwamba yani wacha mtu akachukua ile kitu ambacho kitamsaidia, yani maneno mazuri, yale ule uamuzi, ile funzo ambalo unaona litakupeleka kiwango fulani, lakini yale mabaya tuyaache na tusije tukahukumu mtu kwa kile ambacho anazungumza ama kwa ile ushauri ambao anapatiana. Hamna. Hiyo ushauri tunapatiana labda kwa mwenye anahitaji, kwa maana katika hizi nyakati ni za mwisho na hivi sasa ndio watu wanapitia. Hiyo ujumbe kwa nimepata mapema kufika saa zingine tena nikaona tena kijana mwingine ameandika katika Facebook anasema kwamba sitaoa hata mamangu apite chini ya maji kutoka Mombasa, afike Japani, afike China, afike India, tena arudi bila kuguzwa maji mahali popote na amepita chini ya maji, sitaoa. Kwa nini? Kwa sababu alifukuza pipi yake mwenye alikuwa ameoa. So hizi vitu zipo na ukiziona zinawapenda katika society, how should we handle? Kitu kingine asungumza hapa, kuna baadhi ya ujumbe fulani, kuna kitu niliona pale kwa clip hakikunifurahisha. Hivi inaweza kipata hapa, kiko hapa tu ndani ya Kisi Hot TV. Masi unaenda wapi? Masi wewe ndio unatuambia rudi hapa. Kuna kitu hapa hakijanifurahisha. Kuna vile the
the way alijibu huyu kijana wa Citizen, kusema ukweli, haikuwa vizuri, haikunifurahisha. Wakati unauliza swali kama utaki kujibu, sometimes it is swali ukanyamanze, ama useme utajibu siku ingine. There's a question here, iliulizwa na kijana alikuwa from Citizen, anaitwa Steven Leto. Aliuliza swali from the Deputy President of Kenya, and the answer was, go watch me on YouTube and get your answer. And niambie sasa, viongozi wote jamani hapa nao sisi tunafaa kuwa kama kielelezo cha jamii. Social media, viongozi wote, makanisa, kila mtu, sisi tunakuwa kielelezo cha kufundisha watu wengine the way tunafaa kukua katika jamii. Na ile kitu pia mimi nasemanga, yani kama mtu haufiri kujibu mtu swali lolote lile, ni vizuri ukafanya nini, ukaache kujibu. Wacha niweke hiyo. Mtu anasema kwamba ni taarifa zangu hizi, let me just bring that one here, tusikie sisi wote. Go and watch me on YouTube and get your answer. Kenya yetu man, wacha kidogo tu hivi. Alright, tunamalizia. Alright. I think if you read our statement, you will find the answer to your question. Yes. Sasa hapo matumigia this one. Hii ya sasa, hii hapa, hiyo. On Stephen Leto from Citizen TV, Kenyans were yesterday taken aback when you opposed the establishment of a federal ensuring security factor in the country. And I would ask, why would you oppose a security factory that intends to boost security in the country? Or another one would accuse you of trying to run away from either the failure or the achievements of the current regime of the Jubilee Party administration. Since you were not in the room where I made that statement, maybe I will recommend that. I think it is available on YouTube. My statement of yesterday, Leto. And if you listen to what I said, it is not what you are saying. I neither opposed nor am I trying to run away from anything. So if you just look at it, it will answer your question. Yes, my good friend. You see, mpaka members wa UDA wakacheka. Yani tiso, yani hii inakuanga sometimes ina discourage mtu kwa hata kama ni yako kwa kazi. Mpaka watu wengine hapo wakamcheka kabisa. The members from the back wakacheka, naona pale akina Silvana Sosoro walicheka sana. Ukiona hapa walicheka. Akina Mama Miradi. Hey. We have to kielelezo kizuri kwa jamii, and here watu tuweze kujua kwamba sisi ni viongozi ama tunaelekeza nchi katika namna nyingine. Ila tu sina la ziada. I want to appreciate you guys kwa kuwa na sisi hapa. Wacha mimi nikombe, tutapatana tena siku ya leo jioni. Leo ni Friday. Leo ni furaha day. We will be together today. We talk much. Tuweze kuelimishana mawili matatu. Tuweze kufunzana. We want to be a good society, which itakuwa needed in the future. Let us educate our children. Wacha tukafunza watoto wetu na waze tabia nzuri ambayo itakuwa ni tabia nzuri ya kielelezo kizuri. When you see something which is fresh, just tell tuseme ni mbaya. And if you are doing bad to others, we have to change. Lazima tukaweza kubadilisha tabia zetu. That's what can make us to be good people, because katika kuishi dunia tuko na maisha kidogo sana.
Wacha mimi sasa, sijui son of mom Kezia, kuna nini ya kuongea ama unatuombea? Mimi nitaomba kweli. Yes. Ile ya kuongezea ya mwisho nilingoja ripoti yangu, sijui kama ulisahau. Ya kufikia Dani. Yeah. I just nilizungumza na yeye, lakini sasa ako safarini, hatujafikiana naye. Nilizungumza lakini nilisahau. Kwa wakati nipigia simu nao, siwezi sahau kesho, I promised. Lazima kesho ukikuja tu nakwambia nilifikisha ripoti yako. Wacha niandika hapa, wacha niweka hapa kwa simu. Ni set hapa kwa alarm, ndio hiyo itanikumbusha kwa nini reminder. Yes. Okay, tuendelee pasi. Sasa hapo mimi nimeona tumemaliza poa, nimeshukuru kwa mjadala. Naona tunaendelea kujifunza mengi, huenda kuna mambo mawili matatu yenye hatukuwa tunajua. Kisha tukipata ushauri kutoka kwa mtu mmoja, wawili, watatu, at least utajua kurekebisha mahali uko na kasoro, mahali huko umefikia. At least tunafunzana na kuelimishana jinsi maisha yalivyo na jinsi maisha yatakavyoendelea. Yes. Leo na kesho, sio leo peke yake, na sio kwa mtu mwingine. Huenda ikahappen kwako kesho ama kwa mwingine, na huenda ukatoa ushauri wenye utafaa kusaidia mtu ambaye move on na maisha. Yes. Kwa machache nashukuru, nasema wenzetu tuendelee kuchangia kipindi. At least na tuingie tufunzane kuelimishana, na Mungu atatujenga kwa mengine yote. Yes. Cha muhimu ni tukapiti maisha yetu kwa Mungu. Alafu mengine itaendelea. All right. Okay, thank you so much. Thank you very much. Tukapiti maisha yetu kwa Mungu. Alafu mengine itaendelea. All right. Okay, thank you so much. Thank you very much. Tukapiti maisha yetu kwa Mungu. Alafu mengine itaendelea. All right. Okay, asante sana. So what I'm saying, ile kitu ambayo ninasema, wacha tupendane, tukaweze kuombeana mazuri na tuweze kutakiana mema, kwa maana hatujui ya kesho yatakuwa vipi. Tupendane. Hata yule mtu ambao unaona kwamba yani si mtu kufaa, haizi kusaidia, nikwambia kwamba yeye tumpende tu, jifanye tumpende, kwa maana kesho hatujui itakuwa vipi. Nashukuru sana kwa kuungana na Kisii Hot TV. Na mimi naitwa Dennis Nyaputo, ukipenda kiniita kuntu utakuwa naitika. Majina hayo yote siwezi kataa. Hivi nakwambia, kama hujaweza kutembelea katika YouTube channel yangu, kimbia pale YouTube channel yangu, inaitwa andika kuntu, hilo jina liko hapo kwa screen. Ukiandika kuntu, subscribe and watch the content inside. Hata kama haijakuwa nzuri vile, lakini nakuomba tu subscribe. Very soon good things are coming. Tutaenda kushare mawili matatu. Pia kuna wale watu wananiambia kwamba niko na function fulani sijawaambia. Wacha niseme hivi leo publicly here. Niko na project, I'm learning a certain project which is started on middle of June and it will end at early September. If you want me to involve you in that project, just hiyo nambari ya simu yangu iko papo hapo juu ya screen. Niandikie ujumbe na niambie mimi am somebody, nifahamishe kuhusu hiyo project. Nitawafahamisha kuhusu hiyo, nitakufahamisha. If you be willing to enter in the project, I will add you in the group and we share 1 to 3 things. Na pia hiyo tu ndio kuweza kushauriana na kushauriana mambo mengine ya kushauriana katika vile tunaishi, na hiyo nambari yangu ya simu. Lakini tafadhali, if you take my number, just use it in a good way, na tusitumie vibaya, because in the end of this week ninajua kwamba I can involve in a certain business, but even me, I'm totally very busy, mpaka na I forgot even to greet even my family. Wananiuliza kumbe uko hai, why can't you even call us, because I'm very busy. So tosi wananiambia kwamba you nitake sijui niseme yes or no, munipeleke kwa biashara sijui and whatever. Tafadhali, it is purposely made for communication and kusema hai na kusaidiana ushauri hapa na pale. Sawa.
ila tunashukuru sana. Mwenye nimekosea, I'm very sorry, lakini Mungu akaanza kutuongoza. Let me just pray as we finish this program of tonight. Mtakatifu, Mungu mwenye enzi, tunatukuza jina lako Bwana. Asante kwa sababu ya wakati huu, umetutendea mema, umetuhifadhi, umetushika mkono na umetuweza kutuwezesha kwa kila jambo. Bwana, ninaombea wanakisi Hot TV, mashabiki wote ambao wamechangia mjadala wa leo. Mungu wangu, tumeelimishana mawili matatu, tuomba pia katuongoze, katuelimishe wewe Mungu wangu. Mungu wangu, sisi tunajua kwamba tunakutenda dhambi, tunakukosea, tunakosea wenzetu Bwana. Tuomba msamaha Mungu wetu, nyosha mioyo zetu, kwa maana Mungu sisi ni binadamu na viumbe vitaivu. Hatujui ya kesho yatakuwa vipi, kwa maana Mungu wewe ni Mungu uliumba juu na mbingu. Tunajua kifo kipo Bwana, tusamehe dhambi zetu. Unaporejea katika mara ya pili, ukaweze kutupatia uzima wa milele. Asante kwa maana uweze kuwa na sisi usiku huu. Wengine tunapenda kulala, tunahitaji kibali na neema kutoka kwako. Tunapopumzika usiku huu hadi siku ya asubuhi, tutatukuza jina lako. Ulinzi ni kutoka kwako. Tuombea pia wale ambao ni wagonjwa, kwa wakumbuke Bwana. Wale wana shida, wengine wanahangaika, tuombea Mtakatifu. Kwa sababu wafariji wengine waliofiwa na wenzao. Bwana, najua kuna wengine sasa hivi ni mchana. Bwana, unapofanya kazi, tunaombea pia neema na fadhili na fanaka kutoka kwako. Mtakatifu, asante kwa kutupigania kutokana na changa la corona. Najua kwamba tutuwezesha na tutuelimisha kwa kila jambo. Tuombea nchi yetu, tuombea viongozi wetu. Katuongoze na kutushike mkono. Pokea sifa zako, kwa maana ni Mungu mkuu uishi milele. Na ni katika jina la Yesu tuomba na kuamini. Amen. 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 Jacking's right asema ati Devi hello. Alikuwa hapa, haukuwa, alikuita register marking Jacking's right, ukakosa vipoko utakula leo. Kama wewe chemona team comment. Now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen and amen. Shalom. Shalom. Usiku mwema. Kila la heri. Jacking's right asema amen. Bye bye. Tupatane leo kuanzia mwendo wa saa 3 ndani ya Kisi Hot TV. Na mimi Dennis Nyaputo ama aka Kurutu Kukurikuntu aka yote ni majina yangu. Bye bye. Usiku mwema. Kuabudu Bwana, ni kuabudu. Ndiyo tamaa yangu milele. Yesu ni kuabudu, ni kuabudu wewe, ni kuabudu Bwana, ni kuabudu wewe, ni kuabudu Bwana, ni kuabudu. Ndiyo tamaa yangu milele. Yesu ni kuabudu, ni kuabudu wewe, ni kuabudu milele. Yesu ni kuabudu, ni kuabudu, ni kuabudu Bwana, ni kuabudu. Ndiyo tamaa yangu milele. Yesu ni kuabudu, ni kuabudu kwa roho na kweli. Ni kuabudu. Ndiyo tamaa yangu milele. Yesu ni kuabudu, ni kuabudu. Kuabudu Bwana, ni kuabudu. Ndiyo tamaa yangu milele. Yesu ni kuabudu, ni kuabudu, ni kuabudu Bwana, ni kuabudu. Mlienda nao hata kutembea, mlienda nao walikuacha ukiwa down.